Mfano nikupate tu changamoto hii ya uwanja wetu, nikianza kufanya hizo mambo nikila kuhusu viongozi, wajua MCA wa Yoda alikuja akanifuata fast, nakumbuka vizuri sana, akinitishia nini. Kuna video mimi naweza kuja kuweka mtu nature ukaangalia katika, wajua mimi zangu bro, mimi hujifunza through zile comment, ndio nikajua kweli kuna watu wanahitaji. Bwana nasaidia vijana mipira, na umeajiri paka watu wa sports. Mimi ya Bobo nasipeleka watoto mashule, na mimi gavana sijaandikwa kazi mahali popote. Sisi ma TikTok umetuwekea law, sisi ma TikTok hatuwezi kuonana na wewe gavana direct. Hii si watembelea, ushawatembelea maybe ukawauliza labda ni 2 term ama ni 1 term. Kwa hiyo mimi gavana sina mambo mingi, lakini Roller coasters. Another day bana, leo tuko full. Nani? Jembe la Kinobi na Bobo. Kabisa leo tumekuja naye, tunataka tupige story. TikToker fulani famous hivi atatuambia alianza vipi mambo ya content creation. Na mpaka ikafika wakati anakuwa mtetezi wa wanyonge, mpaka sasa yotetea vijana, kitu ambacho ni inspiring sana. Mwenyewe nimefurahi amekubali mwaliko na amekuja na anataka kuongea na sisi. Nimefurahi sana. Welcome bro. Thank you so much bro. Thank you so much. Karibuni Jembe. Tuambie umepoa brother? Niko sawa, labda ningekwambia kwanza Jembe ni nani? Alafu Abobo pia kwambia Abobo ni nani? Kabisa. Tupe story fupi. Jembe ni director wa cinematography, Jembe ni music producer, Jembe ni nitakwambia aje. Jembe ni kama nikwambie part time na mguide Abobo ili asije akakosea ile management, ndio kitu kama hiyo. Huyo ndo Jembe. Jembe ni baba watoto 2 na niko na mke. Sasa labda Abobo angetuambia Abobo ni nani pia. Mimi siwezi msemea. Atuambie Abobo ni nani, alafu mimi mwenyewe pia nilikuwa na swali leo, swali la leo. Wajua kila siku tukimit kuna swali moja, nilikuwa nataka kidogo tunarusha hivi, tunadiscuss hata kama dakika 2-3. Mwanzo vile umeanza story yako, nimeingia na swali langu ambalo nilikuwa nataka kuuliza siku ya leo. Acha kwanza Abobo atuongeleshe. Thank you. Mimi bana Abobo ni kijana tu. So far nilikuwa ni kijana kutoka mitaani, maskani nini, tunakaa na vijana tukienjoy. Lakini hili wakati wa usiku si Abobo alikuwa anajulikana kama Alsharai wakati wa Facebook. So kama ni famous tulianza wakati wa Facebook. Kwa hiyo ndio ikaja kanipelekea mimi kuja kuitwa mtetezi. Unajua nyumbani kwetu sisi tuna ground. Ndio. So unajua ule uwanja ulikuwa una changamoto nyingi sana, especially kukinyesha, mvua nini, yani watoto kawa yani area wapi? Unajulikana kama mitaa ya leisure, Idikumbi. Unajulikana sana hiyo place paka baadhi ya viongozi wanapajua. So ile situation mimi kama Bobo yani kama kijana pia inani hurt, kwa sababu ukiangalia hii field inafaa isaidia vijana ndio apate kutoka kwenye hiyo. So yani kuna yani kitu tu kiliniambia bana, Bobo hebu jaribu kufanya kitu fulani, kitu chenye cha kufanya. Kulikuwa kama hizi gari za kumwaga waste vile, kama udongo, saruji, ilikuwa zikitafuta mali ya kumwaga. So nikawaelekeza pale uwanjani ili kuweka ule uwanja sawa. Sasa ikawa video ya kwanza tu kimchezo, manake kwa viongozi washapitishwa, kila mtu kwa position yake, lakini sasa wameanza kututenga. Sasa ikawa kama mchezo tu ile bana, bana viongozi tumwapitisha, lakini mwisho kusha sisi vijana ndio tunakuwa tunatengeneza uwanja, kitu kama hiyo. Yani ndio ikaja sasa mtetezi wa wanyonge ndio ikaja hapo. Kwa hiyo Abobo ni mtu kijana tu, sijaoa, niko na wazazi wa kike wa kiume alipass, sina kazi. Shapoa sina kazi, ni kijana ambaye ni pia nachangamka sana kuishi. Si kijana tu kanaona nimeajiriwa ama naishi vizuri, no. Ni kijana najituma sana ili kuishi na kusaidia wengine. Iko sawa bro. Sasa mimi swali langu nataka kuulizaje kwa leo tu. Hii ni by the way. Je, muamini kuwa baba upenda watoto wake sawa, ama kuna wengine kuna mapendeleo katika familia? Wewe umekuwa raised maybe na ndugu zako, Maliki na ndugu zako, Jembe na ndugu zako, na wewe sasa kama baba na watoto wako, wapenda wote sawa, ama wewe mwenyewe kuna ile huyu bwana nampenda zaidi? Yani kuna ile hasa swali langu la leo hilo. Je,
baba wapenda watoto wao wote sawa, ama huwa kuna mapendeleo fulani, kuna mmoja anapendwa zaidi? Kwa kimonekano wangu mimi nitakujibu mara mbili. Ndio. Nitakujibu kidunia na kidini yangu mimi ya Kiislamu. Ndio. Bwana Mtume alikuwa na watoto. Sawa. Lakini katika watoto wake alimpenda sana Fatima. Ndio. Sawa. Alimpenda sana Fatima. Na utapata tunaposoma zaidi ni Fatima ndo tunamjua zaidi. Kweli. Sawa. Kwa hivyo hapo tayari nadhani unajibu. Sawa. Na kidunia utapata hata kuna mandugu zako pia wanakuambia au mtoto wa mama au mtoto wa baba, wewe hata mkitaka kitu wewe nenda wewe ukiomba utapewa. Wanajua. Kwa hivyo nadhani nimekujibu. Sasa lakini sasa kama vile kama baba, ya nini uoneshe sana? Kwa nini usifiche? Ndio ile watoto wajue bana baba wetu sote. Ama tuseme ni nature tu utokea. Unajua nikwambie kitu. Mtu huwa aonyeshi. Sawa, watoto wako utawapenda wote. Lakini kuna yule unampenda yani damu zenu zimeingiana vizuri. Sawa? Ndio. Kwa hivyo ukiangalia Mtume pia hakuwa kwamba anaonyesha anampenda Fatima sana, hapana. Lakini tayari yani alikuwa anampenda kiasi cha kwamba watu wanaona anampenda. Nadhani nimekujibu hapo. Masha. Mimi kimtazamo wangu bana naona anaweza penda wote sawa. Na wewe ukiwa kama baba wewe in future upanga vipi yani kwa Beta penda watoto wangu wote sawa. Sawa. Hata kama wafeli shule huko. Onyeshe love bana, ndio wapendane pia onyeshe. Kabisa bwana. Kabisa. Sasa karibuni jamaa. Karibia. Sasa bana tumekuona sana mambo ya mitandaoni pale, content creation na nini. Ulianza kitu gani kilikufanya yani ufikirie bana acha sasa nianze kuingia mambo ya TikTok? Sababu tunajua TikTok kitambo ilikuwa haiko. Ilikuja hivi miaka fulani na content creation challenges ni gani? Support unaipata? Kipi kinakupush uzidi kufanya content? Na je, imekuletea manufaa gani mpaka sasa hiyo utakaotuambie? Okay. Kwanza naomba maswali kidogo machache ndio nijue nitajibu lipi niendelee. Naomba ukiniuliza hili nijibu alafu ndo mimi nimekupa tu ile mimi nishakuelewa. Okay. Sasa wewe mwenyewe jani yako waijua, unaweza ukaipanga hivi na hivi na hivi na hivi. In brief tu. Alafu sasa ndo tupige stories zenyewe sasa za kwetu hapa za Mombasa kidogo. Okay. Wajua sisi twakujua lakini maybe kuna viewer akujui. Tunataka yeye pia akujue. Ndo tumuengage sasa. Jani yako kutoka kwa Facebook hadi TikTok. Jani ya kutoka kwa Facebook na TikTok. Kwa sababu unajua TikTok ni platform imekuja juzi. Unaona? Hatakuwa hatuijui. Alafu tofauti ya hizo vitu mbili, Facebook wajua ilikuwa ni inalipa lakini ilikuwa ni ngumu sana watu kujua kama Facebook inalipa. Ushailipwa na Facebook? Lakini Facebook inalipa Kenya. Inalipa, ilikuwa monetized. Kenya? Hata ni wewe Ruto alimonetize. Wacha nimuite Mr. President. Facebook iko monetized. Kuna level ukifika unalipwa. But I believe for now wanatusema wanaolipwa ni selected few kama kina Butita. Kuna watu kadhaa wameshukuliwa ile like pilot program. Hadi ndio na juzi ile ya au jamaa washikadau na everyone investors wakawa wanaambiwa hivyo waiachilie ikuwe for everyone. For now iko only for selected few people. Au kina Butita au content creators wakubwa na from Facebook. Katijibu ni bado inalipa. Yeah, it pays. So kulipa inalipa. Lakini huku grass sisi tuongelea watu wadogo kama vile sisi kina Bobo kina wewe sisi tufanisha wale inawalipa lakini wao tayari washatoka. Nataka nikuulize swali. Facebook una believe Facebook imeanza kulipa lini? Facebook tunajua yalipa lakini kulingana na huku kwetu huku yani tuseme kwa Afrika Kenya nini. Ilikuwa ni ngumu mtu kunini. Facebook imeanza kulipa kuanzia kitambo, si through monetization. Through adverts. Ndio. Ilikuwa inalipa. Hapo kuna watu wengi, mtu anaku engage, nataka unifanyie kitu fulani. In that way. Sisi watu wasema ina way monetization. Directly yani. Directly from Facebook. Kama vile unaweza kupewa pesa directly from YouTube. Unajua sasa hivi unaposema ni through advertisement. Sisi ni mtu ana reach on platform. Ndio mwana Bobo yuko nini? Yuko ana trend
ni TikTok. Ile pesa ninayemlipa mimi si hajalipwa na TikTok. Kaweza enda pale akasema TikTok yamlipa, si ndio? Yeah. Sasa labda yatuambie juu mimi siwezi akiniambia nimjibie ndo nitamjibia, lakini kama kuna uwezo wa kujibu swali kwako mtetezi wa leo, sisi tupe jibu lako. naona sawa mic yako hiyo. Okay, changamoto za Facebook na TikTok. Unajua TikTok ni platform moja rahisi sana, si kama vile Facebook ulikuwa pokani uwe online sana, kugrow ni ngumu yani. Lakini hii mimi kwa mtetezi nilifanya just one video, unaona, ya kiwanja na nikaona ndo nimekuwa. So ikani hii TikTok yani ni rahisi sana kujulikana wewe na kupata kazi za advert, ushaona. So yani pia nilifurahi kwa sababu ukiangalia platform wa TikTok ndio nimefanya mimi kazi nyingi sana za community nini zimetoka pale kwa TikTok. Na changamoto pia kwa TikTok ziko nyingi sana. Changamoto kwa TikTok ziko, unajua kila kitu kina from TikTok kama from people ambao wanakufuatilizia maybe. From TikTok na pia watu. Hakuna platform ambayo ina changamoto. Kuna kitu maybe ulisema kikamkwaza mtu. Naweza sema vingi. Yeah, vingi sana. Tuviongelea ama tuviachie? Tunaweza viongelea kwa sababu hatumtaji mtu, lakini ni vitu nikijua okay, mimi naweza kuzungumza kitu wewe ukao ukipende, lakini umeweza kwa kipenda. Umeona? So utufio na nini tunaweza vizungumzia. Lakini ngoja nikwambie, unajua pia kwa mtetezi wa wanyonge kuna ile, unajua kuna vitu vingine mtu hufanya majamaa hivyo na kukwamisha. Yeah. Sasa wewe unataka courage. Wewe hiyo courage uipata wapi kushindana na watu? Kwa sababu kuna watu wengine mtu atasema bana mimi nina nguvu. Sote tunajua nguvu yani yamaanisha nini, ushaelewa? Yes. Kwa mtetezi wa wanyonge hiyo ni kazi kubwa sana, si kitu rahisi venye watu wafikiria. Kweli. Ni kweli. Sasa hiyo nguvu unaitoa wapi wewe kama, sababu wewe mwenyewe unavyosema wewe ni kijana mdogo umetoka huku Kisauni maybe wewe kama wewe, lakini ile morali ya kusema bana nitasimama na community yani vovote lazima nitaifikisha, hiyo nguvu unaitoa wapi? Ama kuna mtu anakusupport yuko nyuma yako anakuambia bwana check wewe fanya lolote bana mimi nitakutetea bana mimi nitakushikilia mkono. Je, kuna nguvu ya mtu nyuma yako ama ni fully wewe umejitoa kwa roho moja? Wow. Kiupande wa mimi kuwa na nguvu ya mtu first hiyo sina maana yake ningekuwa na nguvu bro mimi ningekuwa mali kwingine pakubwa sana. Na umezungumzia kuhusu yani changamoto ninazopata yani nikiona kitu yani watu wananivuta nyuma ni watu gani? Ndio. Hapo naweza zungumzia watu wangu sana watu wa karibu, watu wa mbavuni. Unaona, kwa sababu nikizungumzia watu wangu wa karibu sana ni mfano tumekaa kama hivi sisi ni ndugu. Tuko na kazi, tunafanya kazi kama role hivi, unaona? Alafu sasa kuona mmoja wetu kidogo anatu. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwangu. Maana ukiangalia mimi bro katika kazi zangu nyingi sana. Hakuna mtu ananisupport. Mimi nategemea ambao kwa hapa nyuma yangu ndo anisupport mimi. Sasa unajua ikiwa hapo kwenye katika group yangu kuna mmoja atakuwa yanivuta, unajua atakuwa amenivurugia mambo mingi sana. Na kuhusu umezungumzia kuhusu nini, hebu nikumbushe hizo challenges. Hiyo kutishia. Changamoto kama hizo ziko za kutishiwa maisha zipo bro, lakini unajua ndugu yangu acha ngome tu kitu kimoja. Unajua Waswahili wanakuambia amani haiji ila kwa nchi ya upanga. Unanielewa? Ndio. Kwa hiyo kitu huwa kinanitia motisha yani kuwa fanya. Ukiangalia unajua kuna kazi fulani bro ukiachilia hivi unaona kabisa hii kazi kweli imeenda na watu wanahitaji. Kuna video mimi naweza kuja kuweka mtu nature ukiangalia katika unajua mimi video zangu bro mimi hujifunza through zile comment ndio nikajua kweli kuna watu wanahitaji. Unaona, so yani unapata kama mfano nikupate tu changamoto hii ya uwanja wetu nikianza kufanya hizo mambo nikilia kuhusu viongozi wajua MCA wa Yoda alikuja akanifuata fast nakumbuka vizuri sana akinitishia nini. Unaona, mimi kama baba mimi kitu ninachoamini ni Mungu. Mimi tarehe ya kuja dunia, tarehe ya kuzaliwa mimi nilijua, lakini tarehe ya kuondoka mimi sijui bro. Kwa hiyo wewe una ule uwezo wa kusema mimi utanipoteza kama venye ndugu zetu walipopotezwa wao wengine ambao wako nini. So mimi nilimwambia bro wewe go ahead. Unaona, lakini mimi kitu nasema mimi mtoto wa Kiislamu. Alafu siku zote ambao kufa ni siku moja. Na it's a new dawn pia. Jua dawn ni ya Gen Z sasa. I believe Gen Z imekuja na mwamko mwingine very powerful. Hakuna mtu ambaye
akatustop na Kabisa. majenzi wingi. Kitu ambacho napenda, kuna as in watu wanaona ile vision, na alafu kitu chengine ambacho ninapenda kwa sahi ni ile kuwa tribeless. Haujajua mtu, hujamjua mtu, lakini yani ile ambition ni moja. Mimi nikisema kitu fulani ambacho kina make sense, huyu atanisupport. Yani sote tuko kama kitu kimoja. Hiyo ndio kitu ambacho nimependa kabisa sana. Hakuna mtu anaweza tutishia. Kuna watu wengine au watokutishia watu na watu ambao wako selfish na their own personal gains. Lakini venye sahi tuko, wajua kama vile tungepata support kwa watu wengine kama vile wewe unavyofanya hivyo, wengine pia wakahamasishwa, kukawa na bubo kama 10 hivi, kungekuwa na change nyingine yani kubwa sana. Mimi mmoja na watatiza hao 10 wakipatikana ndio itakuwa bala. Ndio hivyo. Unajua mimi kitu nitaambia watu, unajua siku zote unajua ile ati umepata mtu ati haiwezi. Unajua mimi siku zote bro siamini haiwezi, mimi naamini kuona. Ndio. Usijui kama wanielewa. Mimi siamini, unajua kuna ile hatutafanikiwa. Mimi naamini tutafanikiwa. Wacha tufike pale mahali tukakose kile kitu ama tuambiwe kweli hakuna, ndio mimi nitaamini. Unajua hii ndio inaturegesha sisi vijana wingi sana wa cost nyuma. Kweli. Mimi nitakupatia mfano katika platform yangu ya TikTok. Ukitaka kujua kama nimetishiwa maisha ni mpaka hata siogopi ndugu yangu, angalia katika comment section. Ni watu wingi sana wananiambia wewe uogopi kupotezwa. Uogopi kwa utafanywa hivi na hivi. Utafanya hivi na hivi, mwisho kusha utapatana na mtu akupepesa hii mambo ishe. So yani ziko changamoto ni nyingi, na kama ni kufa bro, mimi niliaga bro. Mimi niliamua niliaga, nikamwambia bana mama na baba mali huko, mzazi wangu kiume, nikamwambia bana mama, kwa sababu hii platform niloingia mimi bro ni very hard platform man. Ukiangalia katika Coast Region nzima, na kwa mfano Coast Region nitafutie mtu ambaye anasimama kama Abobo na anasaidia vijana, unaona hii Coast Region. So yani mimi mwenyewe nilikuja nikakaa nikasema kweli hii kitu nafanya. Lakini naona umejichanganya kwa vitu vingi, sababu unapaka katika platform yako kuna video moja ninakuona kwenye harusi hivi wacheza na masuti, paka nikasema bwana harusi, ndio nikisoma comments pale vile, alafu na caption yako wasema bwana mtu yote akiwa na event yake anaweza kukupigia. So vitu kama event tuseme unapiga show wa dance ama vipi yani? Mimi si dancer, lakini unajua pia katika kuishi mimi napenda sana watu yani ile kuwa happy. Ndio. Katika life yangu through yani vile unavyoniona kuenjoy ni napenda sana. Mwanzo si peke yangu, nikienjoy kama na crowd vile. Bro utapenda. So ile wanaona kama ni kitu katika nini yangu yani mwenyewe tu naturally yani iko. So napenda sana kuwa happy kama vile mwanzo nikipatana na ndugu zangu kama vile tukae tu enjoy. Kwa sababu unajua bro maisha mafupi haya. Unajua mkipatana na tu. Sawa kuenjoy, lakini huwezi sema ati wa enjoy bila do. Ama ile tu ni wewe unaenda tu kwa sababu ya vibe. Okay, ni yake wazi. Wewe chokoleta za ndani. Maneja nafaa kujibu. Unajua apart from being mtetezi ana maisha ya kuishi. Ndio. Umenielewa? Ndio. Huyu Abobo, wacha nisimuite, mimi namuitaga na jina lake asili. Naweza niite Abobo, usiniite la asili utanininia. Hivyo Abobo. Watakupiga nayo bomu. Abobo apart from being Abobo mtetezi wa wanyonge, akona maisha, akona nyumba, anafaa kulipa, akona tumbo, anafaa kula, umeona? Anafaa kuvaa. Kwa hivyo tukisema kila kitu tufanye tu kwa sababu ya kuentertain, tukuje tutenda harusi zote, afu mwisho wa siku ataanza kutrend huyu ana nguo zimeraruka. Na trend tena kama mtetezi. Kwa hivyo kuna kuishi pia. Nadhani unanielewa nikisema kuna kuishi. Na apart na nyinyi wenyewe kufanya vitu kama hivyo, kutafuta kama vile tuseme shows, acha tusite shows kwa sababu nyinyi wasanii, tuseme si wasanii. Lazima tujiview kama watu wakubwa, tusijidiminish, ushelewa. Kando na hiyo, je, kuna mtu ambaye yeye you support, yuaiweka nguvu yake pale fulani? Kitu mimi naweza kukuambia, kuna watu kama well wishers. Sawa? Au well wishers labda ameona Abobo anafanya kitu fulani, akona kitu chake kidogo. Sasa sema ni kikubwa ama ni kidogo sana, iko wastani tu. Kamwambia Abobo, kwa ile mipira unayopeleka 5 na kuongezea hii moja. Kama huyu mtu na kofia yake nimevaa Kids Body. Ni watu ambao kwamba yani wanajaribu kumsupport. Hiyo ndio support tunapata. Si hakuna mtu mkubwa, hakuna mtu mkubwa eti nitasema
ametoka sijui serikalini, kwanza hao ndo hawamtaki huyu ni adui, yani yeye na au na Bobo ni mbingu na ardhi ama pamba na moto. Si ni mpigania venye hawanielewi. Unajua venye hawanielewi Kwa sababu unaongea venye hawanielewi. Na Ushaelewa? kulingana na hiyo title yako ya watetezi wa wanyonge, je, ushawahi fikiria in future maybe uje usimamie upiganie kura kama kwa area yako, hata kama uanze chini MCA? Unazo ndoto kama hizo ama ndoto zako wewe kama Bobo ni gani? Kwa sababu nikujibu sitaki jibu hizo. Huko tutazungumzia tukifika huko. Hatujafika huko. Ndio. Tuiachie. Kwa hivyo tuiachie hapo. Tukifika huko tutazungumzia. Meneja mzuri. Daraja, unajua daraja tutalivuka tulifikia hapo. Hatujafikia daraja. Tuongee. Lakini mimi mwenyewe pia nina target zangu. Hivyo kama alivyokuambia niko na target mwenyewe, najua nikiwekwa mahali fulani bro, mimi wajua acha niambie tu watu ile wazi. Mimi bro si kuja kuandika. Unajua ile platform ya TikTok ile mimi kwa sababu ndo nasaidika. Sijui kama waelewa. Mimi naweza kuambia yani sijui nikueleze. Kwa watu wengine utaona kama huu kwani mvipi, lakini unajua ukuje gani kuongea ukweli siku zote ni mtu wa Mungu. Ili TikTok bro ni kiufupi kama 1%. Mimi kama 50% na naishi na TikTok. Hii ni kitu nakwambia, yani through experience. Sasa hii aishi yetu. Tunaishi sisi. Na hivyo unavyotuona yani ndio ni kwamba bro tuna fight. Unajua kuna watu wakitona kwenye vioo wajuazi Bobo fresh iko fully. Ndio maana nakwambia unajua tusipojituma bro hakuna mahali. Kama mimi nina ndoto zangu, mimi kuna level nikija nikifika najuazi hapa sasa mimi kitu ninachohitaji ni mimi sasa Bobo mtetezi wa wanyonge kazi ifanyi, kwa sababu sahi bro ni vitu vingi nahitaji. Vitu vingi sana nahitaji na hakuna support ya mtu yoyote kama nini unahitaji. Maybe ukisema kwa sababu kutokea Welwisha hapa hivi akasema ngoja nimsupport kijana wetu. Vitu ninavyohitaji ni changani, si vitu vikubwa lakini kwa kazi zangu mwenyewe zile ninazofanya. Watu vitu wanavyohitaji, mtu anahitaji pesa wala anahitaji nini. Mtu anakupigia simu anakuambia bana Bobo mimi niko na timu. Unajua mimi na deal na hizi mambo na sports activities. So mtu akiona kama vile nimeweka video labda nimepeleka mahali mpira watu inawauma. Ushaona ananiambia bana Bobo sisi tunahitaji mpira, tunahitaji jazi, tunahitaji labda cones. Ushaona? So hizo ndo yani challenge ambazo napitia na support nakosa. Lakini wewe ungependa kupata support kama hiyo, sio? Hiyo ndo support, na si lazima mimi ni kama unaona sasa kama vile mfano nipatana na kama Alwatan vile unaona. Anabeba na Bobo na distakabadhi fulani na fulani. Mimi siamini pesa bro. Mimi siamini pesa kabisa. Na mimi mwambia mtu ananiambia angalia, mimi ninajitolea ndo nishakuwa mtetezi, nitafanyaje? Ushaona? Nichukua tu mipira. Kama kuna last live niliingia kuna just like kusema nini litokea, lakini kuna watu fulani walilia kusoma mipira, nilifanya kuisema tu live ile na nikasaidika. Ninio mipira na nikaipeleka. So yani yani mimi support nyingi bro naipata hii kwa platform yangu ya TikTok. Mafans. Kuna watu wananifeel. Unaona? Kama vile mimi ninavyofeel hao watu huko nyuma yangu. That's unaona kama mtu kama huyu anakuja na anipatia kama vile ni kazi ama anipatie kama vile bana Bobo mipira hii. Unaona? Lakini bro si mchezo yani kabisa, paka kufika hapa challenge ni nyingi sana. Na hivi tunavyozungumza na nyinyi ujue si Mombasa, yani si Mombasa peke yake tena serve. Ndio. Yani kama Coast Region nzima bro. Alafu sasa wajiganya vipi by? Sasa wewe jiulize. Mimi huyu amenitoa wapi? Amenitoa wapi? Kisumu, unaje Kisumu ni wapi na Mombasa? Amejinvest basi. Kwa maana ya Kisumu. Lakini angalia sikiliza. Hakuna. Siko ubaya. Sote ndio. Hakuna kujipanga tu bro na waaminifu. Mbona utoe mtu Kisumu naomba kuna cost support cost. Wewe mtetezi wa wanyonge, kwa nini kuchukua ndugu yako hapo na kujibu? Siko ubaya. Utulia, niachie mimi. Hata usipate wewe tuambie si ndo nini? Ona huyu mimi sikumuita. Sawa? Huyu jamaa tulikuwa tufanya kutafutana online. Alianza kuniona TikTok. Si ati mimi ndo nilimtafuta. Aliniona TikTok. Unaona? Akaticheki yani ukijana yuko Coast. Alafu akiangalia ni Demona kana vijana. Unaona? Hapo ndo akaanza kunifuatilia huyu jamaa.
na mpaka kuna baadhi ya vitu nilikuwa nafanya mimi kama Bobo ambavyo hata siviwezi, lakini unajua mimi huwa nina nia moja bro, huwa na imani moja, nasema mimi kuna kitu nikifanya nitatoa watu maskani. So hicho kitu nilikuwa nakifanya mimi lakini si changu, lakini huyu jamaa alikuwa anamshiriki, yani yeye ndo alinitia hiyo motisha mimi kufanya hicho kitu, na kitu kilichomtoa Kisumu ni hicho kitu ambacho kwa nikifanya mimi. Sikumuita, alifanya kuja Mombasa Mwenyewe. nikupe story yake kuja Mombasa ndio watu useme ati na pesa. Alikuja, alikuwa ameitwa kazi Mombasa, alikuwa amekuja interview. Alivyokuja kwanza alinipigia simu akaniambia bana Bobo mimi naja Mombasa. Nikamuuliza rafiki yangu mimi sijajipanga ujue, kwa sababu mimi nilitaka nijipange ndo nimpokee. Bro waja Mombasa mimi akaniambia hata usijali mimi naja Mombasa, wajafanya nini nitakuja kwambia nkifi. Siku ya pili yake huyu akanipigia kweli bana nataka tuonane. Kaja paka maskani yangu kule uwanjani. Bana ninakuja kufuki vipi hebu tuongee, ndo akanieleza akaniambia nimkuja kuangalia kazi mahali fulani na fulani, sitaki kutaja hiyo mahali kanileta kesi. Naambiwa nipeleke barua zangu nini alafu niende interview. Akamwambia basi fresh, lakini aliniambia nini? Mimi naenda huko. Lakini bro, yani aliniambia mimi naenda lakini iwapo nikifeli siwezi rudi Kisumu. Mimi nabaki na wewe. Sijui kama nielewa. Mimi nikifika kule ikiwa amenikataza kazi basi hakuna njia ati naweza rudi Kisumu. Mimi nitabakia na wewe. Kile utakachokula bro tutakula. Sababu yeye kufanya hivyo hebu muulize nini. Sasa kufikia hapo nadhani kufikia hapo umeelewa yeye aliona nini. Inshallah Mungu atafungua bro. Unajua kuna kitu labda mtu amekiona kutoka kwako na shajua hapa hivi kuna tukifanya kazi pamoja tutakuwa na mafanikio mengine. Mimi nataka kujiuliza wajiganya vipi, kwa sababu unaona pia uko katika mpira, movie, TikTok, kulima. Unaona video ya kilimo. Kwa hiyo kuna zingine labda mtu tu amfanya tu ameelima labda kwa sababu wapi wewe? Mimi nataka aniambie kuhusu movie yake movie. Yeah. Wajua kuhusu movie, tena movie si ati ni kitu nakiacha. Kuhusu acha nije kuhusu kujiganya paka nije kwa movie. Unaona kuhusu kujigawanya mara kwanza nilikuwa napata taabu sana. Taabu nilikuwa napata sana kwa sababu mimi silipwi kitu cha kwanza. Mimi nasaidia. Mimi sina support. Unaona? Sina hata namba ya mtu pale katika county labda naweza sema bana acha nimpigie governor direct. Ushanielewa? Niseme shida zangu wewe naweza kunitatulia leo na kesho. Sasa mimi kujigawanya ilikuwa nashindwa na vipi, ndio unapata kwa siku naweza serve mtu mmoja ama wawili. Unaona? Inabidi sasa wengine basi siku fulani ukiangalia safari zenyewe bro nimeenda kumwangalia mtu yuko Likoni kwa hitaji fare ni mimi. Ushaona? So hizo ndo challenges zilikuwa nazininio, lakini pia nikaona nahitaji mtu wa kuja pia kunipangilia labda. Unajua kwa sababu pia mimi peke yangu nilikuwa siwezi. Saa nyingine sasa hapo kuweza tokeza katika kazi zako, unajua kwa sababu kuweza tokeza kazi zako na advert kwa pamoja. So nikaamua nikasema urongo. Hata huyu alikuwa hajui hayo ndio nikaja nikamwambia alivyokuja kukaa tu mwenyewe akaona kweli huyu ilikuwa hitaji mtu kidogo kuna vitu amwekee sawa. Nimekujibu vizuri nadhani. Ndio. Twende nalo. Bado anangoja umwambie kwenye movie vipi. Kwenye movie. That's good. Kwenye movie ndio watu watakimbiana huko rafiki yangu. Unaona? Sasa unajua mimi unajua mimi alafu kuna kitu kimoja najifunza. Yaani na pia nataka watu wajifunze. Kwa wale wanaotaka kusaidia mtu. Mimi vijana wingi sana na hii message nataka iwafikie vijana wanataka wanione kabisa mtetezi, niko hapa kwa ajili yenu. Mimi watu walikuwa wakishanga sana na content zangu. Ushaelewa? Sijawahi kuja kupiga content ati ya mapenzi. Na si ati siwezi, naweza tena ni mbaya sana hata wengine wanaiga nakwambia. Mimi ni mbaya sana hata wengine wanaiga. Unaona? So yani cha kufanya mimi nije nikisema nataka nifungue platform ya movie, kuna baadhi ya watu walikuja kwanza kunifuata inbox. Ushaona? Bana Bobo mimi nataka tufanye content za kuact na wewe kama comedy, vipindi nini, skits vitu kama hii. Na si mmoja, vijana wingi sana. Lakini sasa nikiangalia pia nikasema sasa niseme nitoke kwa hii platform yangu utetezi, ninge platform ya kuact. Hivyo vitu vile tofauti. Watu hawajanizoea na kuact. Watu washanizoea mimi na kuelekeza watu na kusaidia watu, unaona vitu kama hivyo. Lakini kuna vitu vingine bro huleta connections. Maybe ukiact tutapatana na watu wengine watakukutanisha na watu wengine, na pale pesa ndio unajua na watu wengine ambao maybe wakifuata historia yako wanajua bana acha tumsupport.
kwa sababu kama vile sasa unavyosema kuna pale wengine wajiganya mambo na fair nini na nini. Unajua kuna wakati create relation nzuri na mtu utataka kwenda pahali utakwenda peke yako, ile timu yako ya movie juu kama vile ukiwa katika institution fulani ama kama uko na crew yenu mkiwa na furaha ni jambo lenu lote, ukiwa na msiba ni jambo lenu lote, tunakusupport. So maybe ungefikiria sana hiyo pia kushikana na hivyo mambo ya watu yani venye wasema uwezi jua labda watu wakikutanisha na watu wengine pia ingekuwa rahisi kusaidia watu wengine huko. Labda kama mtu angetaka mpira hivi ama nini ama labda mwenda kuvisit pali fulani nyote mnashuka hivi uko wewe na timu yako wazo ile ambalo nakupa kwa sababu ndio kimoja kifuchi cha uko sawa uko sawa kabisa. Lakini unajua kama unataka unajua bro unajua kuna okay kimimi nitasema labda the way huwa natoa message yangu sijui ndo mbaya ama sijui inachukuliwa vipi. Unajua haina tofauti na sahi venye niko kutokezee mtu tu anabeba na bubu kwanza leo nataka yani uwe ni mtu ukitoa message yaelewe. Unajua kuna message nyingine nikitoa lazima nzitoe kwa uchungu kwa sababu ukiangalia ni vitu ni haki yangu unajua mimi kuongea kama vile kwa sababu Mombasa taxi tunalipa, si Mombasa tu Kenya nzima taxi tunalipa. So kuna kitu nikiongelea mimi nakiongelea na uchungu, kwa nini hatufanyiwi na wakati pesa inachujwa kila siku? So kuna vitu vingine mimi nikiongea na uchungu, lakini kuna vingine sasa kama unaivunambia kuwa nikisema nitoke katika content hizi ni maybe naweza pata nini si Mombasa bro. Si ati kutoka uache nini vile ni kujigawanya. Unajua kuna opportunities. Ngoja tulia baba. Yote unatumia kamera una roll unatumia mics na na nishakuelewa lakini si Mombasa. Si Mombasa yetu. Mombasa kwa sababu gani? Ngoja bro. Sikiliza. Sisi tunajua siku zote tunaambia Mombasa tuko nyuma. In terms of entertainment. Entertainment Mombasa ndo tuongoza bro. Sikiliza point yangu. Tuongoza kwa entertainment. Zitakuwa kuna entertainment ile tuongoza lakini ile mainstream. Muziki tuambia wasanii wetu wengi ni wavivu. Ushaelewa? Muziki wetu hauendi mbali. Kuact tumeshindwa na majirani zetu wa Tanzania. Bongo movie, bongo tamthilia na hizi ziko watu wanaact hapa Mombasa lakini ile kukushika sana azie. Sasa wewe kauli yako unavyosema Mombasa bro Nkambe yani Kambe no idharawi Mombasa nilivyokuelewa mimi Kambe ni zani fulani wasemani mimi kiingia katika movie Kambe ndo nitoe vile sana wakati kwa tunataka watu sahihi washaona kweli hapa hivi tutoke acha sisi ndo tuwe mwamko mpya na sisi ndo tuwe mwanzo mpya maybe to create tukitoka tumetoka kipamoja. Unajua kuna kitu kingine pia sisi watu wa Mombasa hiyo ukiongelea hapa wewe ni TikToker lakini kuna ma TikToker wengi wenzako hawakupendi kabisa. Ushaelewa wako kwa sababu mtu anakambe huyu anatoka mimi niko hapa huyu ana followers 5,000 mimi na followers 2,000 siwezi push content yake. Ushaelewa? Hiyo ndio kitu ambayo inaturegesha nyuma ndo paka vitu vingine vingi hivi havitoki. Lakini sasa tukekele mentality that Mombasa kweli talanta iko hii pia tuzatukafanya tusikwamilie tu hapa hivi huku tuzatukafanya huku tutaweza kutoka na uiamini kama kweli hata kama kuna watu walifeli lakini sisi tuzatukaitoa hii ndio nakuona Mombasa. Mimi hakuna nini mimi unaona Mombasa sisemi kiubaya. Mombasa yani ki style yoyote umetaja entertainment umetaja music sijui hizo wasanii tuwe pamoja tutengeneze vipindi ni vitu vinawezekana. Kwani hizi tamthilia hizi vipindi unavyoona vinavyoonyeshwa katika hizi channel za ndugu zetu wa maakta natoka wapi? So natoka Mombasa. Maakta wingi hizi na hivi ninavyokuambia ni za ndani nakupa kuna vipindi sasa utakuja kuona ma TikToker wenzetu Kwa hiyo ina maana talent Mombasa wacha tuzungumze kuhusu coast kwa sababu coast tuizungumzie tu kuhusu coast kiujumla. Coast talent ziko bro. Talanta coast ziko. Kitu sisi tumekosa bro ni support. Mimi kuna kama hii series sasa hii tunacheza na jamaa. Kimchezo mimi hakuna mahali nimeenda kusomea series ati kusomea hizi mambo na kuact. Lakini ni kitu mimi mwenyewe nikiona hivi naweza kutengeneza. Hiyo series nimetengeneza mwenyewe nikikwambia tunakosa support kwa sababu tunataka kamera za kushoot. Kuna vitu tunahitaji. Ushaona uvivu wetu unakuja na wapi? Tumekutana tunataka tu shoot.
huyu ankuja alete 300 lete 400 yule hana huyu hapo ndo watu unaona ni uvivu. Ndio inakuwa sasa tukiwa na kazi unakuta yule amekuja huyu akuja ndio vipindi vinaisha hii. Lakini bro mimi nakuhakikishia ingekuwa tuna support mahali tuajuazi kama ni county vijana fulani wamepata equipment fulani boss ingekuwa tuangalia kwenye ma TV kweli. Lakini support moja kwanza useme kitu before nitoke on scene, kichwa kidogo cha nyuma nimejikaza sana. Usikuume maswali mazito ndio maana nitatoka on scene kidogo. Lakini before nitoke on scene, hiyo mambo ya support uliosema kama mwanasiasa tupe support ni sawa kupewa support lakini ni ngumu kupewa support kama mtu mmoja. Uwezi apply pressure. Sikiza point yangu, kiongea na wewe kama TikToker na watu wengine wa Mombasa. Kuna kitu nataka uambie. Kuna ile roho mbaya kama vile nilivyosema na ile chuki ni waitoe. Support inaanza na kwa sisi wenyewe. Je, sisi tutakubaliana sisi watu 5 tutashikana? Abobo, sijui TikToker nani? Sisi wenyewe kwanza tushikane, sisi ndio tukienda pale tutasapotiwa. Wajua ile support ile, wajua wewe utasema sometimes pia tunalaumu ama viongozi pale ambapo labda wao wako willing. Lakini mtu kama vile wewe kuna vitu vingine mpaka uone kuna validation ndio uone utasaidia mtu vipi, ndio ile kitu isiende waste. Ushaona, kwa sababu kuna watu wengine mtu ashapewa funds, mtu ashapewa resources. Bana mimi na project yangu hivi na hivi, ukapewa pesa fulani alafu haukwenda kufanya. So maybe labda yule kiongozi yaweza taka maybe nione group fulani. Wajua siku hizi bro umeandika sisi tuko mtu 10 ni sisi nini, ni wenyewe pia muonesha umoja. Sasa mimi naona support kwanza ingeanza huku kwa hizi grassroots, yani watu wapendane huku kama ni mwamko mpya, yani watu wapendane. Wajua ukiangalia vitu vingine kama va Tanzania nusikia raha sana, kwa sababu utaona event ya mtu fulani kama vile msanii mdogo sana, mtu mdogo tu kufanya skit hivi amefanya faction yake leo, utakuta wasanii wanakwenda kumsupport na ukumbi mzima yani utajaa. Msanii mkubwa wa kuimba, wewe angalia functions za Tanzania, msanii wa kuimba, msanii wa comedy, sijui msanii wa bongo movie, mwingine hata labda aliacha kuact miaka 10 lakini atafi. Wewe shughuli gani hapa hivi umetaka kuweka hapa hivi Mombasa ukaambia watu wafike, lakini haiko happen kwa sababu labda response ya watu wataki So it's high time sisi wenyewe kwanza hapa chini tushikamane kwanza. Tushashikamana, kama mimi nikiongea tushashikamana tu. Unajua nikiongea hapa bro utanisamee, lakini hakuna njia ambayo sijaitumia. Unajua kitu cha kwanza mimi naongea hapa kama chairman wa Team Focus Youth Group. Ushaelewa nikizungumza hapa. So hivi anavyoniambia huyu support, si unajua nikisema kuhusu kama vile tunahitaji support kama kamera, maana yake ukiangalia serikali kuu si atoa pesa. Ushaona za vijana za nini. Sasa nikisema support, ile pesa ndio afai support ya vijana, ile pesa pia haiwafikii. Ndio naona sisi mimi nilikuwa na biashara yangu tu, project ya chama, niliandika proposal, nilipeleka kwa viongozi wote proposal moja, lakini paka leo haijajibiwa. Imemaliza kama miezi kama mwaka hivi haijajibiwa. Ushaona? So tungekuwa ni support kama vile ikija kitu kama ile Mombasa angekuwa bro tuongoza kupiga movie za Kiswahili. Lakini county wanazojitetea wakasema mwekea wasanii place kama Swahili Pot pale. Wasanii Swahili Pot ile ni place ya wasanii kwenda kufanya nini zao. Si hivyo ndo mara nyingi wakiulizwa wanasema hivyo, wanasema wametengeneza ile ni mambo ya starehe. Subiri nikwambie kitu. Unaona alivyosema huyu ndugu wetu alotoka, amesema watu wakishikana nini, umenielewa? Tayari kuna groups ambazo kwamba zimetengenezwa, sawa, zinafanya sanaa, umeona? Sasa the difference between group ya Abobo na ile group nyingine, Abobo anajaribu kuinua watu wengine ambao pia hawajulikani. Sijui kama unanipata. Unajua mtu anaweza kuwa na talent lakini hajulikani. Umepata? Ndio ukiingia huku katika hii group KM, inaitwa KM Entertainment, KM Films Kenya YouTube, sura ambazo kwamba zinajulikana pale kwa sasa hivi ni 2. Si ndio? Ni yeye na ule paparazi peke yake. Hao wengine wote hawajulikani. Kwa nini ameamua kufanya hivyo? Ili pajulikaniwe kwamba Mombasa kuna more than
people think. Umeona? Kuna kitu ambayo kwamba iko Mombasa ambayo kwamba government ama the creative industry haija explore. Umenielewa? Alafu kitu cha pili, atanisamee kama nitakuwa nimezungumza. Mimi nilivokaa hapa, kitu ambacho kwamba nimeona kwa muda wangu nikiwa Mombasa ni hawa ma TikTokers ama the creative industry of Mombasa ndo wanafinyana. Sijui kama unanipata. Yaani wako hapa kama sisi bara. Unaona apart from Nairobi. Ukishatoka Nairobi ukirudi the western region of Kenya. Unaenda Kisumu, Western huko, Kakamega County. Hakuna county ambayo kwamba inafanya vizuri apart from Nairobi kama Mombasa. Nitajie moja. Inafanya vizuri kinini yani creativity. Kweli hakuna. Ni Nairobi alafu Mombasa. Lakini hawa the creative industry of Mombasa wanafinyana, wanagandamizana. Huyu hata kufanya kazi na huyu, hawezi fanya kazi na yule. Wacha kwa wasanii. Ukiwa mbona wasanii wafanye collab? Wacha collab. Yule zingine hata washangaa. Wacha kukataa kufanya kazi na huyu. Ati Abobo amekataa kufanya kazi na presenter mfano. Wachana na hiyo. Hiyo ni mfano nimekupa. Presenter na Abobo ni marafiki vibaya sana. Sije ikawa hawa ufinyana kihivi. Utapata Abobo ameitwa county akafanya advert. Unanielewa? Abobo atafika pale ataambia county nataka 40,000 for this advert. Unanielewa? Yeye anajua kwa nini anataka hiyo 40. Hiyo 40 kuna lazima atakuja na team. Umesikia? Atakuja na reliable sources yenye itafanya ile advert ya attract watu wakuja wapi? Mombasa. Mombasa iko na places za watu kutembea. Lakini unaniambia Mombasa unaenda kuchukua mtu kutoka Nairobi ndio akuja afanye advert ya Mombasa. Hiyo inaingia akilini. Sasa utakuja kupata Abobo amesema 30, watamfuata TikToker mwingine. Ule atasema 1,000. Hebu niambie from 30,000 ama 40 to 1,000. Mimi naongea fact, nakwambia ukweli. From 40 to 30 mtu anakuja mpaka 1,000. Sasa unategemea hii industry. The creative industry of Mombasa igrow vipi? Haya, mtu ako na show, ako na event Mombasa. Mombasa kuna wasanii kibao. Umesikia? Mimi personally kuna msanii wenu nikiwa bara namsikiza hivi mpaka nilikuwa na chat naambia bro unaweza huku bara yani huku ukija wewe watu wanakuona kama mtu ametoka sehemu fulani. Nafika Mombasa naambia ule ni upcoming. Mimi nashangaa huyu ni upcoming huyu na hapa Mombasa nani bara huko ni big fish. Sasa Mombasa wako na ile perspective and mentality that our creative industry are beginners. Umesikia? Bado hawaja grow to the mtu ako na event, ako na awards zake, badala atumie hawa the TikTokers na industry, creative industry ya Mombasa, anaenda kutoa mtu Nairobi. Sawa, ule mtu gari amelipiwa, accommodation, hiyo event hiyo sana amekula pesa mzuri tuseme around 90 hapo. Lakini wakimchukua Abobo watampa shilingi ngapi? Bro tuwasupportiana, si ni watu wa Mombasa njoo. Sasa napinga unachosema, lakini pia nishasikia saa nyingine kwa watu wengine wakisema watu wa Mombasa hawapendi kusupport events. Tuseme tuweke event sasa hii uambie watu ni 1,000 tickets. Watakuleta wasanii wote vile wanavyosema wa Mombasa, lakini sio umeweka ticket 1,000. Watu wangapi wa Mombasa locals watakuja? Very few. Wengi wao wanatokea. Nataka nikupe challenge. Ndio kutoka from Nairobi. Hivyo watu wanachosema. Bro, nakupa challenge. Ngoja yategemea na event ulioweka. Mimi naweza kuwekea event mimi kama Abobo nikakuwekea na event na ukasema ile tiketi unataka na watu wakaja. Ndio maana yaani nikizungumzia kuhusu tunakosa support bro nikikweli kweli afu tuna uchungu. Ushaelewa? Ziko hivi kama ninavyokuambia hizi kabisa advert hivi. Unaona kabisa huyu anatolewa kule wacha hata mambo ya advert kwani wasanii wangapi wako Mombasa wapatie platform za kuperform katika majukwaa makubwa.
za hapa Mombasa. Coast region mzima hii tu. Unajua mimi napenda kuzungumza Coast region kwa sababu mimi ndo nasikia raha nikisavu Coast region. Coast region kuna wasanii wangapi wakubwa? Very few. Kwa nini tutoe wasanii huko tuwalete Very hapa? few. Yaani wakubwa nini kama Kenya vile. My nasema, friend, ninaweza yes. kukutajia 10 Yeah. 10 artists. Tena Mombasa. hao niangalia ni vile yani ukiangalia huyu ni yani ndio yule anakuja Ako na mbaya hits. yani yule anakuja yani. Sijui kama unanielewa. Chompa. So yani mimi kitu kinachonishangaza ati mimi niko tayari nikalete msanii kule nimlipe 100 million. 100,000. Mtu akitoka na baba 100 hata kama ni 1000 ni milioni ziko kwani wangapi walipewa ninio? Mtu bro anachukua pesa yote anaenda na invest kwao. Alafu Ukinipatia mimi kama Bobo utakuwa nimeinvest Narudi wapi? pale kwa Siko society. pale. alafu kitu nataka nikwambie. Umesema a few watanunua hiyo ticket. Kuna pale ma event organizers wana fail, ndio kwa maana unapata hawa pia Hata wanagoma. ma influencers or lipi influencers, the right influencers. Unaona Mombasa. mimi nikikuwa na event mimi siwezi mwambia Bobo huyu anunue ticket. Hiyo ni number 1 kwa sababu wale wanaokuja katika event yangu wanakuja kumuona nani? Abobo. Siwezi mwambia mfano nitoe na presenter Athman na kuinvite lakini uza hizi tickets 10 ndio ingie. Siwezi fanya ujinga huo. But some agency wengi wajua wanapenda events za like sema muziki nini. Wewe uko sure tukiweka event ya muziki ni watu wa Mombasa watashow up kweli. Maana unajua pia angalia the targeted audience yenyewe. Nikupe Mimi nakuninio. Tunakuleta mambo ya itwaje Sana. dance part shelo. Sasa tutaleta wasanii wa Mombasa aje pia. Unaelewa hiyo part. kwa hivyo Mombasa hakuna dance hall. Wako lakini si wengi. Pia itabidi tumeleta wale wengine pia. Sijui kama unapata hiyo part. Lakini wapatieni Sijasema first wale priority. Nasema wawe tena wawe wengi. Sasa wao wacha waje kama wageni. wageni. Wa mwisho ndio wa nje. Eh. Lakini sawa watu wa Mombasa kweli watakuja, hiyo ndio issue. Kama ni event ya dance. New Year's party ya Joho ilinipata niko bara. Sawa. Hiyo New Year's party ilikuwa bado Joho ndo governor wa Mombasa. Ilikuwa kiwanja gani? Si tulikuwa tukifanya mambo mengine kule. Kaangalia kiwanja ilijaa mpaka watu wengine wako nje. Ilikuwa inaitwa Kulikuwa na ile tukutane Mombasa. ndio hiyo cultural anazungumza. festival. Watu wagani walijaza hiyo? Eh. Ni watu wa Mombasa bro. Ndio wanajazaga hiyo nini? Wewe si mtu wa nje, ni mtu wa Mombasa. Lakini hizo events za nani Zilikuwa za bure actually. Yeah. So Cultural, hata mshikaki festival ilikuwa inafanywa every mwezi ukienda kuisha sijui ni Oktoba huko. haya Pale pembeza ndogo. nikuulize Kwa swali. bure for free. Ilikuwa nisitaje but nakuuliza swali. Mombasa Awards. Si inaitwa hivyo? Watu walijaa ama hawakuja? Mombasa wazipi ya county ama Mombasa Yeah. zile nyingine. Kwa Ndio sababu hizi wengine sasa. ndio na ile mpaka mkawaambia wafanye vizuri, si ndio? Watu Yeah. walijaa ama hawakuja? Sikuona. Hawako nini. Mimi ndio tu video zile za mtandao. Bas. Sasa sijui. Hiyo Mombasa hadi hata usizungumzie tena. Achana nayo utaleta za ndani. Sikiza. Unaona event Kiufupi ngoja nimjibuja. Unaona kiufupi bro Mombasa, unajua tunafinywa kivipi? Unaona kama hizi vitu unakuja unasema ati kuwa ukiweka event ukileta wasanii watakuja. Kwa nini tusije bro? Lakini mimi nataka kitu kimoja. Sisi tukishakuja kwa faida yetu sisi ni nini? Sasa umekuja kujientertain. Ah, Lakini sasa nini kama manini ma influencers? Afanye kila mtu pake. sasa mimi Unaelewa? nakuuliza Umeelewa point? Kweli, maana mmeleta watu, hiyo ndio ile watu wamekuja wamenunua wamefanya nini ile wale wametengeneza. na wamekuja kumuona nani? Wamekuja kumuona nani? Wamekuja kuona wasanii hapo hivi. Sasa huyo msanii itakuwaje? Hii sasa ndo blanda yenyewe Wamekuja kwa sababu ya Mombasa. kina watu na Bobo kweli. Blanda yenyewe kwa Mombasa, huyu anaambiwa alipe pale kuingia. Huyu. Alipe kuingia Na yani kwa nominate posta nini yani? ameweka afu blanda nyingine yani yenyewe mimi nashangaa. Msanii anaambiwa ajinominate kwa awards. Mwanzo hapo kwa award nilikuwa nataka tu. Nomination huwa inafanywa na fan base. Mimi namkubali Abobo ama namkubali nani anaitwa nani? Alwata. Yeah. Sawa. Mimi kama fan wake nafaa kumnominate. Sawa? Alafu ndo tu vote. Siwezi kwani mimi mbona niende nijinominate kwa event? Kwani mimi najikubali vipi? Najuaje huko nje niko na? It doesn't make sense. Hizo za ndani. Watu inafaa kwa list waangalie. Ma TikTokers tuko nao 20. Sawa. Hizi majina tuzidash out. Afu wa nominate only 5 ama 10. Utaona tayari pale nominations zinafanyika. Mfano mdogo tu.
weka pale au ma tiktokers wote alafu sema nominate your favorite tiktokers 5 wagombanie tuzo fulani. Huyu tumetembea naye kwa mguu tukienda town, huyu Abobo huyu. Unajua tuktuk zimesimama tuktuk ngapi kwa barabara Abobo, picha hiyo mpaka naambia bro nashindwa kujimanage mwanangu kwa sababu hakuna kazi zenyewe ndio hizo. Mtu hajakupa mamongea kazi huko, mtu hajaongea kitu moja, tutembea na miguu tupata tabu. Wengine wakule washaharibu bei ya kazi pia sasa. mtu anapewa 1000. Mombasa shida nini? Pesa ndio watu wameka mbele. Lakini bro, mimi ningekuwa na kuhakikishia, ningekuwa Mombasa watu wafikiri pesa, watu wangejisumbua. Hiyo kitu nakwambia live, watu wangejisumbua. Wewe uweze kuniambia ati mimi leo Bobo naitwa Luata, naitwa Roller Coaster. Sawa? Pale mimi najuazi, ati naenda pale najuazi mimi pale ndo mshindi. Itakuwa nini sasa? Uvivu bro, uvivu ndio sababu watu wa Mombasa kuna kitu ana nini. Na watu kama hao ndo wanafanya vijana wingi sana wanashindwa kufikiria yani kitu kikubwa, nafikiria kitu kidogo. Lakini mtu aonekane anafanya ni watu wangapi anafanya vizuri ndani ya industry ya TikTok Mombasa, maybe katika acting nini, sio watu wengi tu. Lakini wewe kama mtazamaji waje kuja kushangaa, mbona kupatiwa jembe la kinubi ninio ama mbona kupatiwa mtu angoenda patiwa huyu mfano mdogo, pesa ndio watu wameka mbele na hapo. Kwa story ya awards mwanzo, recently nimekuwa nikiona kuna awards na kama watu wanaambiwa walipe kuvote. That is unaonaje hiyo story? Inafaa kuwa hivyo mwanzo, ule msanii watu wakisha vote na ile pesa, ule msanii anapewa hiyo pesa ndio maana inaenda hapo sasa ndo pananikera mimi. Umesikia? Ndio kwa maana kuna awards nilimwambia hatoenda. Mimi awards ambazo kwamba nimehudhuria, sawa, award ya nichukue kikombe nije nikupe Abobo, kazi yako ni nzuri, afu uende nyumbani, fair umekuja nayo yako, fair kurudi yako. Hii glass inakusaidia nini? Nimekupa glass na certificate. Sasa itanipeleka wapi certificate? Unajua maana ya award? Wale yeka home pale vile watu. Award ni nini? Ndio maana ngoja mimi nimjibu. Ona mimi ndio maana nikakwambia nini, Mombasa ni tunakosa vitu vingi sisi kama content creation, wasanii, kwa sababu nimezungumzia kuhusu support. Huyu mwenzako hapa mtanitusamea amenini, lakini yeye amekataa kuhusu support ikiwa sisi tuikosa kwa watu wana biashara kama wengine. Serikali kaunti yetu pia inashindwa kutupa support. Wadhani tutafika sisi wapi? Hapo kwa serikali ndio jukumu lao. Mimi ukinita katika hiyo award, mimi kama Abobo kwanza nitaka niwe na wasiwasi kwanza, kitu cha kwanza. Ujue umeshinda sijui ni nitaenda kule hivi. Lakini sasa mtu anaifanya ile mimi nishashinda nitachukua nini? Alafu ushanipatia hichi kikombe bro bila pesa. Wataka hichi kikombe kinisaidie mimi vipi? Mimi kama content creator nahitaji simu nzuri, nahitaji kamera, nahitaji niwe na director ama niwe na manager, sawa? Niwe na mali najua nikifika mimi sisumbuli kufanya video. Hizo zote mimi nitatoa wapi? Ambapo sasa hiyo award ndio ilikuwa hivi tu kama hivyo nirahisishie bro. Nikichukua award pale nimechukua baba anachukua award bwana 50,000 check. Wewe wadhani wewe kama TikToker utakubali mimi next time ati mimi Abobo ati yankwenda mtu mwingine anachukua, utafanya bidii ama ufanye? Uvivu wa kufikiria Mombasa na watu pesa wameka mbele, ndio maana hatufiki mahali. Alafu nikupe wacha nikupe mfano. Unaona TikToker wa Mombasa naweza kwambia atoke saa hii aende Nairobi akafanye content, upload akiwa Nairobi. Hiyo video haitasonga kama akiwa hapa akiwa Mombasa. Sijui kama umenielewa. Yaani fanbase wake wenye wataona bado ni huko tu. Sijui kama unanielewa. So uvivu wa kufikiria mtu. Mombasa sisi hataki kufika mbali, tunataka tubaki hapa Mombasa. That's why unaona tunatumiwa. Lakini kitambo mtu aje ajue anatumiwa bro. Alafu mimi unajua wengine, lakini pause laumu. Mwingine alifungua tu simu yake akakuwa popular haraka na TikTok. Sasa kwa hivyo aje iangalia kama kazi. That popular, unaona you being a popular figure. Umesikia? Imeshakuweka kwenye ramani. Umenielewa? Kuna watu wanaorganize events ili kupocket money ambayo pesa ambayo kwamba inafaa au ma content creators wafanye nini? Wapate. Unanielewa? Mimi naweza kama hapa na event Roller Coaster Awards. Sawa? Niende nitengeneze awards huko, nialike kina Abobo, sawa? Watu pale watatumia pesa kuvote. Kununua ticket watu watanunua. Lakini utaniambia hiyo hall moja tu ile pesa yote imeenda kwenye hiyo hall. Hii pesa nyingine iko wapi? Tunaniuliza hata mimi. Ndani wasanii wanapewa hiyo pesa kwa hakuna watu wana pocket wanatumia
influencers exactly hapa Mombasa, influencers wa Mombasa wanatumika sana na watu tuna vibaya sana hawa Vibaya hawanufaiki, lakini mtu ananufaika. Umenielewa? Mtu ananufaika. Mfano kama nikupe rafiki yake wa ndani kabisa wa presenter Athman. Presenter ni mtu anafanya vizuri kwa mambo ya kuongea vizuri. Wewe unaenda kuorganize event, unaleta host ama tuseme nani, mtu wa kuongea na watu, MC. Unaenda kutoa mtu wapi sijui wapi huko. Sasa wewe niambia presenter yuko hapa presenter. Promote local. Sasa unataka vipi? Juu hii pesa inakuuma sana ukimpa nani? Presenter inakuumia. Yaani sisi hapa Mombasa bro, kuna ndugu zetu pia wanabana mambo yetu sisi ma TikToker sana, kuweke tu ile wazi. Hii Mombasa ndugu zetu pia wanaele kubana, usimpe huyu, usimpe Abobo, mpe mtu fulani. Mimi kuna jambo la Newman nalizungumzia wazi, ili jambo liko ndani ya account yetu ya Mombasa. Nilikuja fatwa live mpaka sasa nasikia uchungu ndani ya roho yangu. Hicho kitu nakiona cha zurura yani hakina muelekeo huku barabarani. Nilikuja kuitiwa advert. Sitasema ni advert ya nini. Advert nilikuja nikaka chini ni tena nilisema nitakufanyia video 2 na 30,000. Simotaka kitu ianze tu kazi. Bro. Sikuitwa wala sikupigiwa simu, manake ilikuwa nimeambiwa kwa kama siku 3 nifanye hiyo nilifanya kuja kushangaa hiyo kazi, yani watu wamefanya imefanywa, yani tayari nafanya kwa hiyo kazi iko barabarani. Paka nasema, na ukiangalia si ati ni kazi ndogo ati ya kuchoma mahindi labda ama tu ndo kapige duka kelele, ni biashara bro ya maana, tena iko county. Sijui kama wanielewa, iko county. Alishindwa kunipatia mimi hiyo pesa nifanye advert, nieleze watu nieleza hii kitu ni nini na nini na nini. Mtu anaona kama yani mtu anaijaji kuwa tutaweza bila Sasa wewe niambie tutafika wapi bro? Paka leo nikiona hicho kitu kwa barabara nasikitika. Ndugu zetu boss wana tabia mbaya sana. Hiyo nakwambia, sisi ma TikToker ndugu zetu wanatubania sana. Lakini unavyosema unajua nyinyi wewe kina presenter kina Nagib, nyinyi ndo mko na numbers. Yeah. Mbona msishikane like numbers doesn't matter. In the creative industries, naweza nunua numbers bro. Popularity ndio kitu ina matter. Ndio nasema like hawa wako na hiyo popularity na plus wako na numbers. Wana wakishikana wao afu watengeneze proposals apart from wewe vile na ile chama yako vile umesema umetengeneza upcoming artists umeweka. Sasa wewe na Nagib maybe na kina presenter na wengine sawa wakubwa ambao ni marafiki zako wale wa ndani sasa vizuri. Muende tu mshaijaribu kwenda kwa either governor ama nani mkamwambia support kwa governor tunakumbuka ndo kama nikwambia ni okay, mimi nataka kama sasa tushikane, lakini sijui hao wenzangu. Na mimi nina uhakika kabisa sisi kama mimi kama Abobo tukishikana na hao wengine tukifika kwa governor tutasaidika. Lakini wenzangu pia sijui, ndo kama nilivyokuambia mara kwanza ni tuna shida pia sisi ma TikToker. Unaona sasa hii shida sisi ma TikToker ndio inapelekea paka viongozi wanatuweka sisi mimi mtu kama mimi bro, mimi sasa nitaka ngenda kwa ofisa governor bro ndio nikabishe ati kwa nataka governor. Uongo. Samia Suluhu yule acha nimtaje ni Samia Suluhu akana visaniki na mama Amina wale, ama nasema urongo. Hata Nairobi na Nairobi si daily onekana TikTok na wale mtu kama mimi ni bana governor niko na 1 2 3 hii wasema vipi, ndio direct link yake na vijana. Lakini sisi watu kama sisi bro tumewekewa mipaka na governor, tumewekewa mipaka na wabunge na MMC, yani kila mtu tumewekewa naye mipaka, alafu tuitwa ma TikToker. Kuna mahali kwa wakitutaka ndio utatuona, lakini kwa sasa hawatutaki. Sasa hivyo ndio mimi naweza kukuambia. Mimi nataka nikuulize kitu. Hatuna uhuru ule yani wa kukaa na kiongozi wako, kwa sababu unaona mtu kama mimi bro, mimi naweza jitetea kama mimi ndio mtu atakana nikiona namba ya governor na ngurumisha anytime bana bosi samani kuna watu, kwa sababu ukiangalia vitu vingi ni vya community. Naenda chukua mpira hakuna waziri wa sports Mombasa, naenda chukua watoto. Mimi nafanya content nyingi bro, acha sasa nikueleze zile content ninazofanya mimi. Naenda chukua mpira napelekea watoto. Sikuna mtu wa sport mpya tena ameapishwa juzi mpya, nachukua watoto mitaani bro nawapeleka maskuli. County government hakuna huyu PhD waziri wa elimu yupo. Nachukua mitaro hii nasafisha hii kama ni viwanja maji ile na nini. County yetu haina county ya kusafisha hizo vitu. So ni vitu yani wao wanaviona, lakini ile kumsaidia ni bana ukijana tumshikeni mkono bana tuangalie takani wanashindwa bro. Vitu vyote hivyo mimi sijali ati so nikiongea kitu mimi bro kiangalia kadi perform ushapeleka kama watoto 7 skuli boss, hakuna hata mkiongozi yote alitoka kaunta kaja kati ya uniform.
sijui kama ni hakuna hata cover nasaidiwa na watu ambao hata hawajui watu wanaenda kwamba kama watu wanahitaji kuna watu wanahitaji boss mimi mwambie mtu hata usinisaidie mimi twende nikakupeleke mahali watu wanahitaji lakini wapi mimi ningekuwa nimepata support ya gavana ningekuwa sipigi kelele bro ningekuwa nikifika field niko na gavana yeye ndio ingekuwa anipanga bana bobo wacha nimakinike huu mwezi nitakupatia kitu fulani na fulani na fulani na fulani mimi nikifika pale nitakwenda piga kelele niseme ati kwa mtu fulani na fulani hajaninio sikifika pale nitakwenda kumsifu gavana bana gavana wetu wa Mombasa amefanya 1 2 3 hivi na hivi na hivi so vijana ni lakini wao upendo chanzo kikubwa sisi kupiga kelele hivyo ndo Mombasa tunaishi alafu nataka vijana wetu wawe reform kwani vijana ngapi ambao wamereform na kazi hakuna boss tukizungumza utasikia unapenda kuzungumza unapenda kunini mimi nishakuja kukapaka na waziri wa elimu mtoto wa mwisho nampeleka skuli kesho nilimwambia waziri sisi ma TikTok angalau tunavochezewa niko na waziri paka hiyo video nimeposti TikTok paka namba zake nazo namwambia waziri hivi nazungumza naye lakini kesho na mtoto watu atakana nimpeleke skuli sina hata shilingi atakiwa vitabu uniform na nini unajua nilijibu nini nipigie simu alafu tuorganize vitu kwa nikipiga simu ni mteja wao watarajia mimi nje kwenye media nichekecheke na mtu bro mimi sijajiriwa mahali sina support ya mtu yote mtu ananisupport ni Saido ambaye watu wanamnyima kura huyu Anyali huyo ndo mtu anayenisaidia huyo ndo nikimpigia simu Saido time yoyote hiyo niliyopokea simu yangu na yeye pia ni mtu siwezi kumpeleka mbio hayuko katika uongozi Saido sijui kama ile point yangu kwa hiyo nikiongea kitu bro nakiongea na chatoka kwenye roho si ati wanapenda eti kuja kwenye mtandao yote tikana meramani kwa sababu nikifanya vile ndo mimi nasaidika lakini ingekuwa account yetu bro imetoka kama mati kutoka kama presenter yuko pale mahali Abubo yuko pale kama hata kama tunafanya ile kazi kubwa tudili tu na yule mtu mwenye sports tuna namba zake direct vitu kama hivyo tutasaidika bro kaunti yetu kila siku serikali bro yaka pesa kwa county mambo na sports mambo na music mambo na pesa za vijana CDF mambo na nini Mombasa ni CDF ni grupu gani ya vijana ambao kujapata hizo pesa lazima nikisimama pale bro ndio maana nakwambia katika platform zetu tunapata changamoto maana yake mtu kama mimi nikianza kushoot naenda kodisha kamera wewe utaona kitu kiko fresh unasema babo kazi nzuri hujui mimi naishi vipi na ile kamera ushanipata sijui point yangu tungekuwa tunapewa support kutoka kwa county bro hii Mombasa yetu ingekuwa inapendeza lakini sababu kubwa pia inatoka hapo katikati sijui kama unapata point yangu hizo ni vitu yani nilikuwa yani ni vingi na vinajisikia ni vizuri lakini roho yangu mimi ndo yaniuma bro yani rondo inauma like ingekuwa mtu yajua natamani kama sasa media nipate mtu ananiambia babo kuanzia leo nataka usipige kelele waangalie kile kitu kwa nakihitaji unachokifanya mimi na mind mwanzo maana ana feel like ni wajibu wetu sisi kama viongozi in check kuna watu wengi huku nje hawajui kama hizi pesa zinaibiwa kuna pesa imewekwa imetengwa for everything lakini kuna mtu hajui huku nje kabisa sasa ni kazi yetu tuambiane kama ile itwaje civic education tufunze wale wengine but sasa wewe nikuulize unatoka eneo bunge gani Nyali pale Nyali sasa kucheki pale barabara ile pale Toto sijui kama ushazungumzia hilo jambo pale ile nilizungumzia lakini ile wanasema ni ya serikali kuna barabara sahihi yajengwa ile wajua ile barabara ile nyingine lakini si hayo ndio yajengwa kama barabara yote mpaka ile links road ya sahihi imechimbwa shimo imagine inatengezwa na Jala VOK nilizungumzia pia lile lakini pia nimefanya kupigwa simu na vijana hapa inabeba na baba umetuchoma nikauliza na nini nimefanya kupigwa simu na ambwa bana hili jali limesafishwa alafu limeondolewa si mimi naona kwa jengo pale zile nyumba kuna jengo I think ni affordable sijui kwanza serikali kitu kama hiyo lakini suluhisho iko itolewe hiyo suluhisho ilikuwa sikutolewa nani ile unajua mimi nitaka hii mambo nizungumzie mimi kwa sababu mimi ndo nasikia uchungu mimi ndo wa mzali wa Mombasa mimi ninazaliwa Mombasa Nyali bro mimi naongelea kuhusu Nyali imekuja paka Bamburi Nyali haijakuja hata Nyali kwa wale ambao hawajui Nyali kuna watu waeleze hawajui sasa Nyali mimi nataka waeleze Nyali ukifika Bamburi mwisho kuna Kisauni ndo imeganya mpaka wa Nyali na Kisauni ukienda waenda lights ukishuka waingia kama waenda nini waenda Nyali kutoka Bamburi ukishafika waenda washika njia yako ya Nyali hiyo yote ni Nyali mpaka ukija Nyali kule ndani ukija Pirates unazunguka na Mtambo hiyo yote ni Nyali kwa hiyo bro nikizungumzia kitu kuhusu vijana yani unasikia kama ni mtu karibu nimtetemeshe yani kwa sababu uweze kuniambia kama kiongozi mimi nimezungumza na katika kuzungumza kwangu sikuzungumza kitu kibaya nimesema ile dump site wameitoa alafu gushwakusha na itakuja saidia nini wale vijana kwenda kuwapeleka wapi kazi ndio maana nikakwambia kuna vitu vingine yani tunakosa alafu tukisema tunaonekana wabaya kisawa pale mimi nilikuwa ni manake nakumbuka wakati wa Kongo ya sokoni pale kwa takataka tumwagi chini ovyo ovyo kuna yale mabucket makubwa
Ni kama makumbuka enzi hizo. Nakumbuka mimi ni mzaliwa huko. So kitu nilijaribu kuzungumza pale ilikuwa kuweko tu zile bucket. Kwa sababu ile place hii kumwaga taka ni ngumu, lakini wale vijana pia huwezi kuwafukuza, ni watu wanapata riziki pale. Ni watoto wanasoma kupitia zile takataka ambao wao wanasema kuwa vijana wa Mombasa ndio wanachafua Mombasa. Wao sio wamekwenda kula pesa ofisini za ingia kila mwezi. Hawa maskini huko wanaokota takataka wakipeleka watoto na hizi pesa shule na hizi pesa takataka mwasaidia vipi? Kitu kikubwa toka ambacho apeleke Mwakirunge tuafika vipi? Kuna wengine wako na mikokoteni, mwingine hata ni mfuko tu. Wengine wana vitukutuku. Sasa hawa vijana bado hawajajisaidia kama county nyinyi mkaangalia mkaja mkapa support yenu. Bado itakuwa hawajajisaidia tu bro. Mtu anunua mkokoteni. Mkokoteni si mchezo kununua shilingi 10,000. Mkokoteni ule unaoona mtu anachukua tukutuku yu second hand ile labda shilingi 100,000 laki moja labda 80,000. Kwa sababu gani? Yajua pale mimi ndo naishi na lisha familia yangu. Leo wewe unakuja kuchukua uongozi unakuja kusema kwa wale vijana waondolewe. Alafu tutapeleka wapi? So unaona? Hizo ndo vitu. Mimi pia huwa na wasiwasi na advisor wa viongozi wetu. Advisor ndo yani kuadvise mtu yani before mtu muadvise mtu kwanza fikiria bro, fikiria. Mimi nataka nikawa kiongozi, siwezi kuja kumfurukusha mtu tu ngwambia hapo lazima utafute solution. Ungisha mtu hapa mimi nitampeleka wapi? Kutengeneza shida hizo. Unaelewa? Ambapo pale ingekuwa ameka zile mabucket kama 4 za tosha. County kuna kila kitu. Ama watu wangefanya kazi zamani vile walikuwa wanafanya, alete zile magari zinakuja kuchukua tu. Dump site ya ile ya VOK ni kubwa, ile dump site ni kubwa sana. Ile dump site ndio inabanyaliza takataka za kutoka Nyali kule, zikija kwetu ile dump site sasa ni kubwa. Si dump site ya kusema tutakuja gari moja kwa siku. Nakwambia mimi bro. Ni county tu ifanye kazi yake kama inavyostahili. Bana tumewaletea haya mapipa lakini tunataka hivi na hivi na hii. Waeke vijana wawili wa control ile ninio pale. Vijana wetu wataishi. Okay, labda wamekataa wenyewe. Mtu apeleka wapi hao vijana? Kwa sababu wajua mimi na wewe bro tunajua street huu, tunajua mitaani tuishi vipi. Gavana yuko ofisini, gavana aishi kwenye apartment, lift VO, tintu kukinyesha hata asikii. So sisi ndo tuwasikia uchungu na vijana. Yeye afanya kwenda kuambiwa tu bana umeona video ya Bobo. Lakini kisawasawa akiona jambo kama lile antafute. Bro, mimi tangu naanze ndo kwamba ni Mombasa tunakosa support, lakini tangu naanze kuzungumzia kuhusu mambo na vijana kuharibikiwa. Nishazungumzia vitu vingi mpaka mambo ya mgokani kuja nikazungumzia safura lazima. Watu wako na kama mimi namkataza gavana kuzungumzia hivyo vipi. Kutoka huo wakati angekuwa amenitafuta kwa baba na Abobo mbona lakini wafanya hivi na hivi na hivi. Mimi nataka nijue shida huwa ni nini. Nimuelezee mimi kitu nataka. Yeye ni binadamu, mimi ni binadamu bro. Uamuzi anao yeye kama atanisaidia ama hatanisaidia. Lakini lazima mimi nionyeshe watu kwa sababu serikali kule atoa pesa kila uchao. Wa mama kuna pesa zao za miradi zinakaa kule zaenda wapi hizi pesa? Pesa zaenda wapi? Ukifika maskuli mwanafunzi hata anunue maloka, madex ya mtoto ndo aende grade nyingine. Serikali kuu ina kazi gani? Tunaambiwa ni free education. Gavana yuko pale na kuna paka mkuu wa waziri wa elimu. Kwa nini wasipeleke hii hoja kwa president kule kuwa bana ya watoto wetu wa mashindano wanapata tabu na 1 2 3? Kwa nini bro? Wabunge wetu ndo wanataka kuwa na CDF. Ile pesa ya CDF hafai ipelekwe direct kwa education tu. Hafai hata kusoma na CDF. Hiyo story ya basari miki kulingana mimi na hafai aisikue kabisa. Hiyo pesa mbona watu wane best? Mbona watu wa basari na hiyo pesa inaweza kwa direct kwa wizara ya elimu. Sinaweza lipia kila mtu ama kila kitu sipelekwe shule. But hiyo ni budget corruption juu pesa inapelekwa kwa kila mbunge. Kila mbunge aende atunga namba zake tu nimelipia wanafunzi fulani kwa hiyo eneo bunge langu basari. Hapo ndo wanadunga ghost students wake ambao nikwambie kitu. Members of parliament wanatumia bursary for campaigns. Kama hujaigundua. Atakuja apeane bursary, alafu hiyo ndo atakuja kufanya nayo siasa. Sijui kama unanipata. Hata bursary yenyewe amalize ile pesa. Lakini bursary zenyewe ndio shilingi 10,000. Ndio kwa maana hawataki wanyang'anywe kwa sababu hao ndo wanaitumia hiyo kufanya nayo campaign. Iondolewe hiyo kitu kabisa. Watu wawekewe hiyo pesa kwa account, skuli ziendelee. Unajua mimi nashangaa hati saa hii hizi skuli zetu imekuwa paka mwalimu mzazi analipa PTA. For what purpose PTA? For what purpose? Miaka mingapi watoto wamegraduate Nairobi walimu bro? Tuongee vitu ambavyo vina make sense. Tusiongee ati mtoto mimi unajua ninaongea true vitu nishafanya. Mimi nishakuja kufanya mtoto wa primary ya serikali bro. Budget ya 15,000. Kumtoa mtoto grade 7 to 8 15,000. Kwanza sijui dawati mpaka kitabu kipya. Mwisho unakuja kusikia sijui kuna walimu wapitie. Wale walimu ambao wamemaliza kozi zao kule watapelekwa wapi? Hivi watakuna baga gavana hazijui hizo claim wakaenda kapeleka kwa president. President tu atazijua vipi kama kuna hizo claim ama magavana pia wanakulia.
lazima watu wanakula same boat. Hakuna basi venye vijana wote tutakuja pata elimu, usitudanganya hakuna elimu ya bure. Mimi nimesoma elimu ya Kibaki. Bro, tulikuwa tunalipa shilingi 20 mtihani. Nakumbuka hata natumai 20 bob vitabu twaletewa skuli. Na ukikosa hivyo vitabu kichapo. Madawati haya yanaletwa skuli, kuna kuja record tu. Hizo systems zimekwenda wapi? kulikuwa paka na maziwa ya Kibaki. Chakula skuli sisi tulikuwa tunakula bro. Sasa hizo systems ziko wapi? Ambao ndo system ulikuwa zitiliwe mkazo kama nini? Kama mbadilisha elimu, lakini kwa mimi hata vitu vanisikitisha. Wewe mtu bro uyaishi wapi huku? Ugatuzi uko ndani. Change huko ndani. Wewe yule mtu kama yule, utakwenda kumwambia ati sijui mnaenda kumwambia mama sijui unataka na pesa PTA. PTA yenyewe bro, mimi ndugu yangu yasoma patam nalipa 3k government. 3k patam tam 1. Kwa hiyo tam nzima ikitamua tam 3 zikininio shilingi 9,000. Sasa naambia kuna government hapo. Kuna government watoto watapata elimu. Kuna watu wengine kama sisi kina Bobo tusomesha ndugu zetu, sasa leo nawapaza ndani. Watu kama vile sisi kina Bobo tusomesha ndugu zetu, kwa watu wasikia ule uchungu tuusikia. President kama asikia hii sauti hapo, kuna vitu kidogo avipunguze. Mimi kitu kinachonishangaza hii Kenya bro, watu ambao wasiuze makaa. Kwa nini hizi mbao hii miembe watu wasikate wakatengeneza madato wakapeleka maskuli? Kwa nini? Unajua kuna kitu ukifanya utakifanya afu kidogo kija ukifanya hivyo watu watakubaliana na wewe. Lakini usituambie ati kusikata wakati watoto wetu maskuli bro wanalilia madawati. Kuna skuli sasa ukiingia watoto wanakaa chini tena ni ya serikali wanakaa chini. Haina tamaduni. Kwanza kuna nyingine niliona. Acha hata shule, hata hospitali pale, Coast General utashtuka. Na ni level 5 hospital. Kuna shule sijui Msambweni ya South Coast yote county 5 na bado wewe imagine. Msambweni iko wapi? Msambweni kwa kivuka nini Kwale huko. Sasa kuna video ina trend sasa ya klasi ya Msambweni mpaka huyo dada anauliza CDF, pesa ya CDF yaenda wapi? Ni matope baba, afu imepasuka hivi yote. Yaenda wapi? Claim moja inanikujia daily kwenye TikTok mpaka nasikia uchungu. Ni skuli ya Magogoni Primary bro. Skuli ile ni mpya, pale kuna walimu wa PTA. PhD wa Mombasa yuko hapa Mombasa yuaninio. Wala wazazi wanalalamika kila siku. Wali watoto wanafukuzwa kwa sababu PTA. Wazazi hawana uwezo bro. Wazazi hawana uwezo. Gavana utalivalia vipi ama waziri wa PhD utalivalia vipi? Si jambo lake ila serikali. Wewe basi unafaa ufikishe hizi hoja kwa serikali kuu. Bana ukisema si jambo lake, nikwambie kitu. Niambie. Unajua governor aliweza jitetea maybe akasema mambo mengine ya serikali. Governor ni president. Sasa kama ujui, ndo maana ya hii serikali ya ugatuzi. Governor kama president wa hii county ya Mombasa, yani yeye ndo president. Hiyo unafaa kujua. Sasa mbona you are failing governor? Sasa na wao mawaziri hao ni ministers wa hiyo serikali ya huyo president. Sasa ukisema kazi hapo ni watu wafute hakuna kazi. Sasa ndio hapo wote ni marafiki. Hakuna ati vile utapata huyo MP wa vita Kisauni wote wako loyal to the governor. Sasa wewe sema ati huyu akifanya hivi ajue ati governor ajue. Wote wanajua chenye wanachofanya. Sasa unajua kitu? Nikwambie kitu. Fanya kazi tuone. Sisi wananchi tutajua huyu anafanya, huyu hafanyi. Ikifika wakati wa kura tunajua tunamrudisha nani. Sasa ni kubaya, industry ni noma. Acha sasa niongee kishare. Sasa nini itafika wakati wa kura unless watu wafunge macho. Hapo ndo wakati wa kura ndo kwenda kukuleta. Ndio ndo sasa hiyo ndo anishi. Mtu yapiga kura chama. Hiyo mambo ya chama sasa ndio wanaipoteza bro. Mko sure watu Mombasa watu wameacha mambo chama. Sasa kama sisi ambao mtetezi wanyonge ninachoka bosi, utakuja kuniambia ati 5 tena. Mambo 5 tena tu ni huko. Juzi tumeona watu Joe alivodungwa kama waziri. Watu wamekuja tena Ruto. Mimi namsupport 100 boss. Joe ni alikuwa gavana na nusu. Na alivoregeshwa mbona watu wakasema Ruto 2 terms. Unaona? Nani? Sikiza nikwambia. Hiyo mambo president. Bado hata Joe mwenyewe akiulizwa yesema Ruto 2 terms. Wewe unakubaliana na Joe? Mimi nakubaliana naye. Sikiza, mimi sikubaliana naye. Ruto sikubaliana naye 2 terms. Sikiza. Joe wetu, Joe tunatoka naye Coast, alafu Joe ngoja kwanza niongekuhusu Joe nimpe maua yake. Yule jamaa kwa yastahili. Na wakileta wallahi ladhimu hiki. Na hapa na leo Monday bro na hii podcast. Wakileta mchezo Joe tumweka upresident. Mtakuja kunambia. Na hapa na si tuko hapa. Si tuko hapa. Ni Kenya. Kwa nini? Si Kenya ni wapi? Si Kenya ni wapi? Kwani si Kenya? Kwani ni Kenya. Kwani ni Kenya? Sikiza nikwambie. Umesema kitu na chama. Sina taki. Umesema kitu na chama, sio? Mimi nikienda kupiga kura,
this time, na ninawaambia wote hao wanaotazama na nyinyi mnaonisikia, siende kupiga chama. Sawa? Tupigia mtu. Napigia mtu awe ODM awe UDA, lakini mimi najua huyu anafanya kazi huyu. Huyo ndo mimi nampigia. Regardless of chama yuko, lakini kazi anafanya, mtampa. Si kwamba nitafika pale niseme UDA kila mtu. Saa hii wewe ingia ODM ukitaka, enda UDA ukitaka, ingia sijui Viusasa, hizo zote. Hapo wanasema tunavyosema vizuri. Hata pia ule jamaa mwingine Rusin ni coach jamaa ule Moraro Kabaso alikama up na hivyo na hiyo njia tu akijaribu kuelimisha watu, akituambia wao pesa inaibiwa na hii miradi through hivi na hivi. Mwisho watu wakaanza sema nini huyu jamaa analipwa na government. Unajua kwa nini aligeuziwa? Kwa sure pia wewe ukianza kufanya hivyo alafu watu wakuone labda umekutana hata sema hivyo. Bro, ule aligeuziwa ndio alikuja alisema Ruto. Mimi gavana yenyewe naongea hivi, gavana yenyewe tulikuwa tukakutana naye. Gavana huyo tumwasema ni tulikutana naye kabisa tena 2 times. Mimi kama mtetezi lakini nilinyimwa nafasi. Pale vile akiwa apiga video bahati mbaya kuambia sema tu chama bobo utasema. Jo nasema unajua atanipeleka kazi kwa utani. Jo hajasimama saa hii mwenye yuko Saa hii Ruto. Naambia Ruto staki mambo ya Ruto president hana shida. Ndio bro, unajua mimi kuna kitu nataka point moja unielewe. Yaweza kuwa Ruto hana shida. Shida ni hawa watu ambao wanamshawishi. Sijui kama ile point yangu nakupata. Same like our governor. Yaweza kuwa governor hana shida lakini hawa watu ambao wako wamemzunguka. Kwani ngoja Ruto tukianza kumpeleka reject alifanya nini? Alivunja nini yake yote akaeka watu wapya ministers. Si ndo akatoa ule akamweka Joe, akamweka ile sijui ananiambia kwa sababu gani ananiambia changanya. Lakini ilikuwa kipindi bana. Ilikuwa kipindi bro ile. Sio yes. Lakini nikwambie kitu. Nikwambie kitu bro. Sikiza. Tumetoka kwa topic tumeingia kwa. Ndio hizo ndio. Sikiza. Mimi narudia nilichokuambia. Umenipata? Mimi sikwambii nitampigia nani. Umenielewa? Lakini kazi mtu ambaye kwamba anafanya kazi inaonekana. Uongo ukweli? Mtu atengeneze barabara, hakikishe CDF inafika. Hakikishe kama ni women rep ngafi inafika, sio? Afu inakuaje mimi nije nimnyime kura? Hiyo haiwezekani. Mimi najua unafanya kazi, regardless ya chama, uwe chama cha Bobo, uwe chama cha nani, nitakupigia roho safi jinsi. Lakini kama ufanye kazi hata uwe chama gani, hata uwe chama gani, sikupi. Hata uwe chama cha Mapinduzi, sikupi. Nakwambia sasa unajua sasa pia anasema ile design gani kama huyu ni mbunge wetu wa Nyali. Bunge la Mohamed Ali. Alisema hivyo akajifanya paka akatufungua macho, chukueni rada jicho pevu sijui nini. Alivyoingia yeye amefanya nini sasa Nyali? Si anafunga macho vitu vikiwa zinafanyika leo. Mohamed Ali afanya, lakini pia vijana wasawasikii. Si ndio mambo yao ninayokuambia. Ushaelewa barabara yazitia kweli, kabro nusu yazitia kweli. Lakini tunafunga tu macho. Kabro baba tutakula kabro sisi. Hapo sasa. Sisi tutakula kabro ama tuanze kuzingoza kabro tukaziuze. Yeye alijifanya mtetezi wa wanyonge, ndio ushacheki. Na watu wasema like tuweza kaa na mtu hapa hivi like hatuwezi jua nia yake. Inaweza kuwa hata Jagwa pia. Alisema the same thing, hadi akaimba kigeugeu nini na nini, lakini alivyoingia. Unajua ukiingia serikalini hata wewe kitu hata ndio maana mimi nasema wacha tani ya chema. Ngoja nikwambie. Lakini serikalini ukiingia. Unaona? Tunaanza ndani. Mchezo hatuwezi sema tu watu wanapata tu mlaumu Ruto. Wote wanajua wanachofanya. Lakini mimi sasa nini kama tunakwambia cheki wewe iba, alafu tuibe sote alafu tutaanza kulaumiana tutawapoteza hapo. Lakini serikali ya sasa hiyo. Nini mlaumu Bobo amlaumu je? Tutawapoteza nyinyi mko nje mjini chaendelea. Lakini narudi pale kwenye point. Kuna watu ambao kwamba hapo kwenye hii serikali na wanafanya kazi. Nikupe mfano mdogo tu. Tena ni MCA hapa Mombasa 1GB huyu. Anafanya kazi. MCA wapi? Usimjui. Wakisauli ule anafanya kazi wewe. Wapi? Shanzu sijui. Shanzu. 1GB anafanya nani MCA kwa nini gani basi hata basi. Si kule kuhakikisha tu miradi inakuja kwa nini ward yake. Unaona huyo MCA au watu wetu unafanya nini sisi? MCA kwa county government. Unaweza pata kama nani? MCA ni kama nitasemaje ndio ni kama MP kwa national government. Umenielewa? MCA kwa hii devolution government hapa kwa county government MCA ni kama MP. Sasa ule ni MP wa sehemu fulani.
Umenielewa? Lakini MC mwenyewe hana power. Yeye kazi yake ni yeye ana oversight to governor na MP. Yeye kwanza pale kuna pale bungeni ndo kazi yao pale kwa oversight. Ule mtu anawatoa hapa county government jasho. Wakiwa na beef na MP anaweza hold miradi sende kwa code yake. Maana MP ndo mkubwa kabisa. MP anaweza toa president. Achana na sijui governor, MP anaweza toa president. MP ni lawmaker kulingana na sheria yetu. Lakini MP anapaa, unaona kwamba tukielect watu wa maana sana kwa nchi yani MP. Lakini sisi tunaika ma socialites ma MP. Sasa nani huyu 1GB? Huyu 1GB ametuambiaje? Ametuambia mbona tusimpe hicho kiti cha Kisauni. Mimi hata kama nikubadilisha kura yangu, nabadilisha nikampitisha. Tuampa 1GB ashapita. Wacha hata ubunge yule jamaa tunasema hata governor. Sikudanganya, ule mtu ameweka county government hapa. Na si ati angalia. Anamweka ndani nani MCA. Si ati ana shida yeye. Kama unavyosema wewe, kama unavyosema MC hana nguvu, lakini sasa yeye uje pia yarasiwa na wananchi. Mali unajua bro, Mombasa ni Mombasa kuna vitu vingi ambavyo tusitake kuvizungumzia. Unaona kama hii shamba inaitwa Bulo hii. Hii shamba iko kwenye kesi. Sijui kama wanielewa, hii shamba naizungumzia kabisa paka president ajue ile shamba iko kwenye kesi na paka sasa watu hawajaanza kupatwa namba zao na title zao. So hizo ndo vitu ambazo zinaenea hapa coast. Sasa yule MCA anadilia kwa nini bana mlikwenda Shanzu watu wanataka wapatiwe inaitwa ni title deed zao za nyumba. Uende governor ulikwenda ukawaahidi. Ambapo shida kubwa ya Kenya mambo mashamba hii ziko sana. Kwanza Mombasa bro. Wewe ndugu zetu kwa Bulo anytime watakuja kusikia ile shamba silo. Sasa ya nini mmoja mweka watu wanakaa paka nini alafu waje kuja kusikia shamba la ninio mtu fulani? Hiyo kitu ingia akilini kweli. Sisi tukaweza kuja kukata tunaanza kuja kusema sijui afanye. Hivi ninavyozungumza naye kuna juzi vijana kidogo yani tena hii ni message naitoa mtanisamee vijana wetu wale ambao mko county. Juzi bro maeneo ya leisure. Kuna vibanda vimevunjwa usiku wa saa 2. Mimi kama mtetezi niko nyumbani, mimi jambo lolote kule mtani kwangu alhamdulillah likitokea mimi lazima bana kuna 1 2 3 una habari naambia sina habari. Kabidi mimi nikafika. Nikifika kuna nini? Bana kunkuja vijana kama 20 wamekuja wametuma tu wavunje vibanda. Wametuma vunje vibanda. Ati message waliokuja kunini wamesema kuwa wanakuja beba container. Ukiangalia hiyo container na mali hizo vibanda zenye ziko hatazi usiani. Wakaanza kuja kuvunja vibanda, wakavunja kibanda cha chakula, wakasonga mbele wakaenda kuvunja banda la watu la mbao. Shida nini? Watu ambao sijui mwenye ploti, mwenye sijui. Watu wameishi pale karibia mpaka kunzaliwa watoto hapo. Na sheria gani inakuruhusu uvunje usiku? Sheria zetu za Kenya naomba pia hao wanaonitazama wasikize hii word yenye na wanini. Jamanini jaribuni kufanya kitu na wanaita law. Jaribuni kufuatilia law. Law huwa inasema ukikaa mahali miaka 7 hapo mahali hakuna mtu ana right atakuja kukutoa. Mimi mtetezi nawaambia na kama muamini kafateni law. Sasa leo na ndugu yangu ati mtu amekaa miaka zaidi ya 20 mtu anakuja kufukuzwa. Na alikuwa hajapewa notice labda before. Na notice law ishasema sitofuata law. Notice za nini? Unaweza pata before ajue watu kwa hilo shamba. Magraba nawe au magraba kuna cha barua bro. Kama hakuna barua na it's very illegal. Notice. Unaona wakati nataka kukukumbusha wakati president anasimamia hichi kiti. Alitoa ahadi akisema tena alikuwa na Gachagua. Wakisema tukiingia hakuna mtu atavunjiwa usiku. Umeelewa? Hakuna mtu atafanya nini? Hata mwenye anakuja kuvunja usiku huyo ni mwizi. Na hivi ninavyokuambia kijana mmoja kwa tumemshika sijakumalizia story. Ngoja nimuulize afu muendelee. Kijana mmoja kwa tumemshika yani boss. Tukiangalia hivi ni kwa yani hata sitaki kusema. Akiangalia bana kumbe ni kijana yuko yefanya kazi county. Vijana wote wanatumwa vibana mabwenyenye. Sijui kama unaelewa. Mtu anakuja anatoka from huko tena kutoka India ama sijui watu kwa vile mbosi atakuja ambapo hii place iko eka 10. Na kuna nyumba za watu, kuna watu wanaishi hapo eka 10. Twende ofisini tukamalize kazi, tuachie kufukuzia hawa watu. Naongea through vitu ambavyo nishaviona. Likoni kuna watu walikuja kafurushwa. Karibia eka kama 18. Huyo mtu ametoka miaka yote hiyo nyuma alikuwa wapi? Watu wamejenga paka wengine bro wamezaa. Na law inasema kwa ukikaa mahali miaka 7 hakuna mtu atakuja kukufurusha. Huyu anatoka hapa kama moja tena mtufukuza kabisa. Ati tena ankuja na title. Hizi ni haki gani hizi? Unajua mimi kitu ndazungumza unajua hawa viongozi hivi tu sasa wanafanya.
wamesahau kuwa hii sahi ni Gen Z ndo tunarani maneno. Hiyo kitu wamesahau. Na bro, sisi hakuna kitu cha sisi hatusahau. Na sahi uje tumeweka vipi, unaona ile Nepal wanatushinda wale Nepal, tutaka tukomboe. Sina kwambia ile tukomboa ile Nepal peke yake, hata Bangladesh tukomboa ile inspire Bangladesh wakaanza wakamaliza. Kwa hiyo kitu mimi naweza sema, labda message yangu kama pete mfika president, ajaribu kidogo kuwalo kidogo, ajaribu tu kuwalo sikizia vijana. Maze field ni moto. Twampenda sana upresident wetu awe tu lakini boss field ni moto. Yani aache hii, yani yeye mwenyewe kama president kwanza before achukue action ajaribu kujiweka kando kidogo. Kwani Uhuru siku ilikuwa ni president kwa tupeleka vizuri. Kukikosekana hichi utasikia huko kumefanyika na hivi. Okay, ni vitu vinataka kwa sababu unajua sasa hii nchi yetu venye kwa kujenga yeye ilikuwa ni ngumu bro. Leo kwa kesho haitawezekana. Kwa hiyo mimi ningependa kitu hata si president peke yake, wa viongozi wote kuanzia gani, yani wajaribu kusikiza matakwa ya wananchi. Isije kaje kafika 2025 ama 2027 bro, watu wakaanza kuja kuona na wabaya. Maana yake sisi yani tutavote. Afadhali tuangushe mtu hichi. Afadhali tumvote huyo aanguke tujue tuna uongozi. Kuliko bro, twarauka 12. Tuna monetize watu huko bana, mtu ni mtu fulani. Bana mpigeni Jabiri, bana mpigeni Rola, bana mpigeni mtu fulani. Mwisho kusha tuna nothing. Tunaonekana sisi hatuna maana. System ikifanya kila mtu ananufaika. Mimi na believe hivyo. Yeah. Hii sasa nasisitiza tena kwa content creators. Waache kutumika na serikali. Haswa ma content creators wa Mombasa. Wacha kutumika na hii. Gavana atakuja ataenda. Miaka 10 tu ameenda, uongo. Ni hivyo. MP atakuja. Kutumika tutumike, lakini ujiangalia tumika kivipi. Hatuwezi mimi kama mimi mwanzo gavana nataka nitumikie kweli, lakini pia nijue nitumikia na mafanikio gani. Unajua kutumikiwa yenye mimi nasema. Tupe. Uje upewe shilingi 2000. Hiyo staki. Mwanzo gavana ngoja gavana heshima gani TikTok kama mimi nipamia 2000. Sasa hiyo hapo sasa ni kutumika. Mheshimiwa vipi? Yaani inaingiaje akilini my friend? Nataka kitu ambacho kwamba akifanya. Achukue kwanza the creative industry, monetize Mombasa ijulikane. Hizi ndo kura baba. Sawa. Anaweza kuwa anafanya kitu lakini hawa hawaoni na wananchi pia hawaoni. Kwa hivyo ni rahisi watu wamponde. Unanielewa? Ni rahisi watu wamponde, lakini akifanya kitu abobo presenter Chunare amfika pale ngoja nimpe mfano. Ushasikia Tanzania kuna msanii yote ama mimi ngoja nisema amemponda president Tanzania? Lakini alimponda yule mmoja yuko wapi? Hayuko Tanzania. Itwa nani huyo? Mavurugu, mabomu. Itwa nani? Roster wakina ni yule. Kwa nini? Ukimponda nini ngoja Tanzania kuna maendeleo gani? Ngoja. Tanzania kuna maendeleo gani? Hamna. Katiba yao ndio imewafunga. Unajua wale ni tofauti na sisi. Wale hebu angalia ile jamii, si Kenya kila mtu kivyake capitalism. Kwa na hiyo communism kwetu hakuna mambo kama. Nchi ndogo kama ile bro, angalia nchi ndogo kama ile imetushinda. Hati sahi nchi ndogo kwani kuna kitu gani ambacho umetushinda nacho cha Kenya? Acres za nini? Mashamba. Mlandi tuwaachia. Hebu chukua mfano mdogo bro. Land yao kubwa ni mbuga. Hata hiyo land kubwa, part kubwa imekuwa occupied na nini? National parks. Hiyo national parks ni resources. Sawa? National resources. Lakini sisi tuko na human resource, sisi tuko na watu pia. Na watu wajanja zaidi wamesoma na watu wamekula kibuku hata kwa Tanzania atakupeleka. Shakuona utakwenda kwa Tanzania. Mimi ningemwambia kama ndo tunamalizia, ningependa nimwambie gavana. Sawa? Tafuta hawa watu. TikTokers wote. Ama ule ambaye kwamba ameambiwa asimamie the creative industry of Mombasa. Huyo ambaye kwamba amepewa hilo jukumu. Hatutaki kusimamiwa. Mimi nakwambia hivi gavana, usituletee mtu akaja akatusimamia sisi kama TikTok tunajampiga huyo. Wala gavana tunajampiga. Tunataka sisi kama TikTok Mombasa tujisimamie. Tujisimamie wenyewe. Usijaribu gavana kuja kutafuta mtu anatoka huko, ukaja kutambata utaongeuzwa na mwenzako alikwenda kumtoa mtu Tanzania huko akamleta tumtaki. Nipe message. Mimi naendelea nikisema hivi. Endelea. Awatafute wote. Akae nao chini. Umesikia? Pale atajua kila mtu huyu Abobo kumbe Abobo anaongeaga anataka hivi na hivi. Kumbe presenter anataka hivi na hivi. Umenipata? Itakuwa rahisi kusuluhisha kuliko ungoja Abobo akufanyie kazi. Abobo halipo huyu kuweka vitu on check eti barabara inaanguka siji pole. Hakuna mtu anamlipa huyu. Umenipata?
awaite wote, interact na hawa ndo watu wake. Interact na huyu ako na ground, presenter ako na ground, Chunare ako na ground huko kwao, kanao interact nao. Sawa Bobo, maneno yako ya mwisho tukifunga. Tutakuita tupige episode nyingine ya pili, lakini leo time is not on our side. Usijali mimi nipo. Mimi bwana bro, kitu nitasema nitasisitiza maneno huyu jamaa. Gavana bakisha miaka hii mimi si ndio? Tu. Na gavana kitu mimi nitasema. Mimi kwanza nataka unione sura. Unaonekana vizuri sio? Gavana kitu nataka kukama mimi ni kijana. Na haya maneno nayatoa katika roho yangu, yani nina uchungu. Alafu mimi ni TikTok, mimi si content creator by the way, mimi ni mtetezi. Mimi Abobo, mimi nafanya hairati, alhamdulillah Mwenyezi Mungu anijalia. Mimi Abobo nasaidia vijana mipira na umeajiri paka watu wa sports. Mimi Abobo nasipeleka watoto mashule. Na mimi gavana sijaandikwa kazi mahali popote. Lakini pia nasikitika sana gavana, ikiwa kuna watu wasiojielewa wanakuambia tu gavana ni 2 term. Hao ni watu uko nao ofisini. Kuna wale ambao wako huku field. Ushawatembelea maybe ukawauliza labda ni 2 term ama ni 1 term. Kwa hiyo mimi gavana sina mambo mingi. Lakini wale watu ambao wako nyuma yako tafadhali naomba pia waangalie kwa makini. Umetuwekea watu wapya lakini still bado hatujaona changes. Sisi matiktoka umetuwekea lock. Sisi matiktoka tuwezi kuonana na wewe gavana direct. Hii ni kitu gani ambacho hakimake sense. Unaona? Wewe gavana sisi usitone sisi labda tuna njaa gavana. Wacha nikwambie turu. Mimi gavana sina kazi lakini alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu sijai kulala njaa. Kwa hiyo msitone tuna njaa gavana. Kuna vitu vingine sisi hatutaki kuviongelelea, tutaka tuje ofisini ni kueleze ofisini ndio nivizungumzie lakini nashindwa. Kwa hiyo jaribuni pia kutupenda, mtuweke pamoja, tujaribu tukipeleka message kwa community pia ziwe ni message za kusaidia. Maana yake nyinyi message yangu hakuna message yangu hata moja mliipenda. Mimi naitwa msema kweli mtetezi. Kwa hiyo gavana sisi tuko na wale ndugu zetu ambao mko karibu na wao viongozi. Nyinyi bakini nao hivyo alafu mkiwadanganya ni 2 term, tutaonyeshana hapo mbeleni kama ni 2 term ama ni 1 term. Yaani mimi sahihi kuna baadhi ya watu wamesema baba ukitaka uongozi wowote sema tuhamisha kura ni wacheka. Kani waseme. Kwa hiyo ndugu zangu mimi sina mingi isipokuwa bana gavana tunakuhitaji sana na si mimi Abobo ninayekuhitaji. Kuna vijana ni wananchi. Nikizungumzia kuhusu unahitajika ni wananchi. Mimi haikunipendekeza kuhusu wale vijana wa Damset ya VOK. Naomba ile swala la Damset ya VOK washughulikie wale vijana ili pia mimi nifurahi. Kwa hiyo kwa gari basi account. Sijui mwenzangu hapo utaongea kuhusu nini kwa watu. Ule baidhan toka Kisumu kwa kina nani? Hivyo tu county zote ziko na shida Kwa sana. Nyamnyongo. Tuache hivyo ni yale. Na Kisumu kulikuwa vipi? Hivyo shida ndio hizi unakuja tofauti. Kwa hiyo guys pia ningependa kuwakaribisha katika podcast yetu hapa inajiita Roller Coaster. Roller Coaster ni podcast moja amazing, yani unakuja mnapiga stories za jamii, za football, za music. Kabisa Roller Coasters.